wakinya thainya mitambo-ini ya kameme kayuka mwiki Chuma tatuginya gatano Neidhani ya gushajamuka Uthoni wake roba aka Baby Two. Karibu sana mitambo-ini. Na ningetwa Gathemba Mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself Mwago muthe. Good morning. Good to see you looking like Moroga Mereri Wahiki. Aterere Nure gata urogathio na kamwe Gaka ndetha mbari Ndaroko kumutha na kothio Njoke huna nako iratu Shajamuka Chuma tatuginya gatano mitambo-ini ya kameme kayuka mwiki Kwina njira njerũ ya gũthaka Cheza Sita. Kwĩra mani nĩũkũrigia mũno we. Na njĩra ĩno ũrathaka na ihenya makĩria ũtekũrengwo airtime yaku. We ũrauga atĩa we ndũtwĩre tũmĩmenye. Naguo ũhotani nĩ kuma ciringi 100,000 nginya ciringi 5,000,000 hau ũkarĩhwo na M-Pesa. Ũcio akĩrũhara mwega biũ kwagĩra o rĩmwe. Ĩni thaka Cheza Sita faster makĩria ũkĩhũthĩra 24224. Nĩ ũhũthũ tũma kiugo kameme kũrĩ SMS 24224 ĩkĩra M-Pesa pin yaku wĩhotanĩre mbeca hau. By Teams only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. Kameme Weekender. Sunday no yukite tariki 21 July, His Grace Bishop Michael Onderi ni arakonyita ũgeni kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town. Nĩ mũthenya wa mahoya ma kunanga na kũnina roho ũrĩa ũgiragĩrĩria mũtũrĩre ũthiĩ na mbere famĩlĩ-inĩ citũ, biacara-inĩ na kwaga kũhingia kwa maũndũ marĩa marehagwo nĩ arogi na aragũri. Nĩgoka wĩtĩkĩtie tũthaithe Ngai hamwe nĩgetha tuohorithie, tũtuĩke gũteithĩka, ona kũrĩ ũguo tũrathimĩre wĩra tũgĩe na umithio na gũtherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gũcokerithia Mwathani igĩrĩ mũhari wa kerĩ na wa gatatũ. Hĩndĩ ĩyo Mwathani akĩnjĩra atĩ nĩtwathiũrũrũkĩte irĩma-inĩ icio kwa ihinda rĩa kũigana tũgarũrũke twambate na rũgongo. Nĩ Sunday ĩno yũkĩte mweri 21 July kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kwanjĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Kameme Weekender. Nĩ thaa 5 na ndagĩka 13. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya Stanbic. Angĩkorwo wĩna biacara ya gatagatĩ nĩyo medium sized, akaunti ya pamoja trader business kuma kũrĩ bengi ya Stanbic nĩyo ũrabatara gũkũria biacara yaku. Ndĩrĩ marĩhi ma o mweri, ndĩrĩ minimum operating balance na nĩ ũkuona insurance ya nginyagia 500,000. Ũhoro makĩria andĩka kiugo unlock ũtũme kũrĩ 22208. First time driving in Nairobi? Gũkũ nĩ Kĩamatawa, mũingĩ wa andũ tigatu. Confidence ya gũtwarithia ngari utatua wapi? Worry not. Petans Driving School tũragũthomithia driving course ĩrĩa ĩgũkũhe confidence ũgĩtwarithia ngari thĩinĩ wa CBD o yothe ĩna mũingĩ ũtegũtukanĩrwo. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ Nairobi Capital House hakuhĩ na Ambassador, Kasarani, Ruaraka, Huruma, Githurai 44 and 45, Zimmerman, Kahawa West. Wĩteithie Juja, Makongeni. Thimũ nĩ 0705 050504. Tũcerere our Facebook page Petans Driving School and Computer College Kenya. Petans Driving School, tunakujali. Angĩkorwo nĩ ũracaria handũ ũngĩgũra mbegũ cia mboga cia kienyeji ta managu, saga na ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre, cera nduka-inĩ o yothe ya Tupande by 1 Acre Fund. Ũhoro makĩria ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Kameme Kayuka Mũingĩ tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria. Na rĩu no twamũkĩre wega kagema 92.3 FM. Thank you so much. Agoko nĩ gwa Kameme Kayuka Mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria witũ wa Kameme Kayuka Mũingĩ Kenya na kũrana Kenya. Nĩ ngatho nĩ kwenda Kameme. Elena Gacomo nĩ ndĩrakuona wetereire njorua ya kothi. Lydia Mwangi jetereire rothua njorua ya kothi. Faith Morage tuko ndani. Bibian Njoki, thank you.
Ati kwani umevaa sweta inside out? Ai, wacha ukienyo bwana. Mwambie ni unfinished bwana. It's unfinished yawa. It's the newest style in town. Maneno ni ya millennials. Yes, ni millennials. Ni millennials. Wale wengine wanaitwa bebe boomer. Kayo sio hadi kidogo wekariki. Bebe boomer kana silent. Banato silent huu. Silent listener. Nani anakuja ni Modhoni? Oh my, Bogwa wa eri Bogwa tweka wendo ngithie maandamano. Bogwa tage. Mau Bangladesh. Karisu Begu. Mwagi exhauster kule Naivasha, asante sana. Akigathirwa we no uthie, thank you. Ona muhinde wa exhauster. Kwanza kuu ni kwanyu. Muthuri wetagwo Karisi. Mena muthigari wetagwo Kebira wa buruburu. Kebira ndangithie. Muhinde wa exhauster nduraigwa ndauga kuu ni kwao. Ucio ni ahana, ucio no etekirio. Hihi ni uĩ atĩ system ya token meter yaku nĩ irabatara gũkorwo updated? Nĩ ũndũ mũhũthũ na gũtirĩ marĩhi. Wamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ Kenya Power, ĩkĩra kodi ya mbere nĩguo ũreset, ũcoke wĩkĩre kodi ya kerĩ nĩguo ĩkorwo ĩ updated, gũtigĩrĩra token meter yaku nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power. Right, Simon Karaja Moshiri, we are waiting for John Wayakothi to England, UK. Wow. Kwani ni wa Mulatha, Sparta Alcalix. Ucio ragirwo guo ndaiko wa Muratha nĩ akoragwo very flexible. Ati toeni hizi bills tunamalizia. Anakuja sahi. Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba nĩ ndakuona. Simon wa signature aka Shoba wa Maina. Na Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba harĩa andũ makugeretie kũhaka page yake. Oi pole. Makandĩka atĩ ũrĩa aroiganga is fake news this one. Pushing out what anarchy whatever. Oh, Desperate times. Call for desperate measures. Rapture times. Tunagojwa Jorua na anaingia in just 1 2 3. Hata siwezi taka tupitishe hapo juu mimi mwenyewe niko na stress nikiwa huko. KCB mobile banking riu ni maraheana roni ruria ungiriha na thikũ ĩmwe, thikũ mũgwanja, thikũ 14 o nginyagia mwaka ũmwe na limit ya nginyagia ciringi milioni 1. Kumenya makĩria ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ate my boss needs baby tops number from Turkey. Wewe Willy Mwangi. Unataka kuniuza nini? You are for sale. Hey, kwa boss wake. I refuse. You will go. And refuse. Investment Limited ni maragwitira buroti cia 50 by 100 mwena wa Canaan Land Phase 4 Mala na thogora mwega wa ciringi 550. Kumenya maingĩ ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Jiko Koa ĩrĩa ũmenyete na ũgakena ũkĩmĩhũthĩra kũruga mĩaka mĩingĩ, rĩu nĩ rebranded na ĩretwo Ikoa Cha. Kumenya makĩria ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 19 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petals Driving School. Barabara ya Salgad ĩkoretwo na mĩtino mĩingĩ ya bara, nĩ wega ũgĩtwarithia ngari barabara-inĩ ĩno. Do not overspeed. Petals Driving School nĩ ĩkoretwo ĩgĩthomithania driving, gũtigĩrĩra our drivers mena discipline na makaiyũkia road safety as a habit. Kwiyandikithia umuthi Oka, Naikuru, Naivasha, Gilgil, Nyahururu, Olkalau, Narok, Eldoret, Kitale. Thimune 0721 32 83 83. No wiyandikithie kuhitukira our website www.petansdrivingschool.co.ke. Petals Driving School, tunakujali. Ati kwani guest amefika? Kwani ni nani? Tuagoja sasa kuja Stacy, piga kamera. Nerenda kuina. About dance. I tell you, are you ready?
the chairman himself kutoka California is in the house. Maneno hapa ikachemuka. Jorua ito yako di muthenya wa umuthi. Ngwira gikuyu gitu gikoragwo kila mahali. He mundu tangiciria muthuri ucio kana mwanake ucio witagwo Meja ni witu na riu ari guku kwanza the youngsters tondu mamuonaga Meja ona ni de follow wake de mufuataga muno na nikio nguhikikaga nyambe ngorwo ndĩrenda ũtheri ngorwo ngĩhĩkana nake ndagathie ũguo ariganĩrwo ainũke nĩgetha tũigue rũgano rwa Meja angĩgakinya gũkorwo e hau agathondeka mbeca ciake agathondeka mũtũrĩre wake agakorwo nĩ artist ukoretwo athiete mabũrũri maingĩ gũkorwo agĩperform na muno makeria the youth the Gen Z aya nĩo andũ arĩa makoragwo makĩrora muno ona ithuĩ kũrĩ andũ makoragwo makĩrora wa kĩrũmba akĩengei ao rĩu mwanake wanyu arĩ haha karibu sana Kameme Meja. Asante ni thegio muno. Ũhoro waku Timuru ũmũthĩ andũ magũkĩmaka ya gĩkũyũ ũmũthĩ Duhana na andũ maraiga kwĩna mũgomo Bangladesh atĩ we ndũngĩandamana atĩ kũu ndũngĩingĩra. Nilienda maandamano nilienda, lakini sio ya Bangladesh. Bangladesh kuna maandamano ati sasa wale majenzi huko wao wanaenda bila dresses au hakuna kuvaa kitu. He ndede kutiradhi jaga netoaga. Karibu sana Meja nigetha ukorwo uki-inspire andu arĩa makufollowaga arĩa mara grow to nginya mundu athie into music industry no amenye ati no anjie handu no kinye handu koguo wambe ugeithie muthikiriria wa Kameme nduri woka Kameme no ni njoni ukithikagiriria Kameme. Karibu sana geithie muthikiriria wa Kameme. Ndenda kugeithia andu othe andu a nyumba na nĩ thengio mũno andũ a Kameme kũndehe haha. Napenda vibe yenyu, nigenete mũno gũka haha kwaria na inyuĩ na mũtũrĩre changanya na shag ni sawa. Manze ma mixing huko gather them. Lakini nashukuru sana manze kuja hapa. Sana manze. Thank you muno. Thank you. Asante. Tokwaje na maretwa maku. Ithuĩ tũkũĩ Meja. Majina yako kabisa haswa maretwa maku ni mariko. Meja. Neme na mzee. Munyi. Munyi. Hadija. Alafu brother yangu wa pili anaitwa Mohamed Wambogo. Hadija. Na wewe wetagwo Meja Neme Hadija. Uciaritwo ni mutumia wetagwo atia? Your mother? Hadija Rehema Mumbi. Hadija kai twathire atia we? Twathire gukuri. Hadija Rehema Mumbi. Rehema Mumbi. Mumbi. Ari mwana wa single mother? Hapana, alikuwa mtoto wa Mumbi. Wa Mumbi. Na babako your father? Hey, my father ni rogano roge. Ne togo kukinyerera. Over another day. Ne hari tora hau. Togo kinyerera hau togo ko kahora. Kogo tobe tuge we ugiciarwo wakorire Hadija Rehema Mumbi. Your mom. Yes. No ciarirwo ku? Nimezaliwa Nairobi. Nairobi wapi? Pumwani. Hapo ndo baadhi yangu inasema nimezaliwa, lakini mimi nikijijua nilikuwa Nyeri. Twende pole. Haya, nitole shoka todi Nyeri. Haya, Nyeri hoye. Tajira terere, umezaliwa Pumwani. Yes. Ukiwa what born? Third born. Yes. Sasa ukajipata Pumwani ama wewe ulienda kugroia wapi? Nimegroia Nanyuki kiasi na Nyeri. Ulitokaje Nairobi na ulienda Nyeri aje? Hapo sasa joni sasa ni story ya my mom sasa huko. Hau dhie nini. Doe. Wewe iko yako? Yes. Ulijipata unaishi na nani? Na my mom. Akiwa amehamia sasa Nyeri. Okay, unajua Nairobi na kwaga unaona zile unakuwa na memories za mbali. Nilikuwa mdogo sana. Yes. Sikuwa nimeingia hata
primary school na nursery. So niko na zile memories za mbalimbali. So venye mlihamia Nyeri mlienda kukaa wapi na madhe alikuwa anafanya kazi gani? Majengo. Yes. Majengo na emwe ya Nyeri. Ni majengo ya Nyeri. Ekaruta mwana kioyo. Wow. Watu wa Majengo, watu wa Kiawara. Atea. Watu wa Blueberry. Hiyo area mimi yanajua mbaya sana. Kuni kwa mwadhire. Yes. Your mother akiseto ko. Yes, kwa sababu shoshangu alikuwaga huko. Shoshangu alikuwa anaishi huko. So I think my mama will have. Okay, sasa kuongelea about hiyo sasa sijui. Lakini I think ni zile za unarudi home kwanza kwa sababu kuna watoto. Yes. Afikiri ni hizo design. Ni vile sitaki kuongea sana. Hizo design. Sasa naulizaje Meja? Sasa umejipata Majengo. Na sasa hii Majengo umeingia shule sasa? Nimeingia shule na pia by the way kwa Majengo pia ilikuwa blessed na wewe. Kwa sababu unaona vile muongea. Yes. Watu shukukani nimetoka Nyeri lakini ukienda Majengo watu ongea Kiswahili. Yes. Ni Kiswahili ama Kikuyu. Uko ni Mataarabu. Alafu sisi kwa nini Majengo mingi ziko na Uswahili. Yes. So pia inawe ilikuwa poa kwa sababu ilifanya nikabanya naongeaga vile mu. Yes. Uzo akani nimetoka Nyeri na nimetoka Nairobi kwa sababu ya kukaa Majengo. Umeishi Majengo na Waswahili. Ya Nyeri. Sasa mimi wacha niulize, umeingia shule gani? Kutoka hapo nikaenda my mom tukaenda Nanyuki. Au hujaingia shule Nyeri? Yes, sijaingia Nyeri bado. Tukaenda Nanyuki nikaingia shule inaitwa Ndorori. Etago Ndorori wewe. Iko ghetto bado, uko ni ghetto bado. Sasa bado. Ni ghetto gani ya Nanyuki? Sasa uko Nanyuki sasa. Nanyuki kwa ghetto. Ndorori primary. Beshikana na DB. Madhe sasa anafanya job gani? Alikuwa anauzaga mndengu. Hizi mbosho pale kulikuwa na stage fulani. Niki kuna stage mbili, kuna stage ya hizi za kwenda Nairobi nini na kuna stage nyingine. Yes. Town. Watu wanaenda Likie, watu wanaenda Matanya. Yes. Watu wanaenda hizo area hizo. Kama unaenda Doldol. Wako na stage yao. Sasa hapa alikuwa anauzaga hapo. Alikuwa anauzanga hizo Drego, Bosho, Githeri. Hapana, yani simbosho imeiva, yani serious. Sorry. Alikuwa na kasoko. Alikuwa na soko. Lakini unaona zile soko za kiosk. Unaona stage na kwa ina ka square alafu mwisho kuna zile kiosk zimeangalia. Hizo donyo. Zito gondonyo. Hizo soko. Zile za mbao, zile unaweza beba. Also alikuwa anauza hizo vitu. Wow. Sasa hizo ako na watoto 3. Yes. Umeanzia Ndorori Primary School. Yeah. Utasoma? Nitasoma. Uko hapa kuongelesha watu wakikaza na hii maisha. You're here to inspire Kenyans. Yes. And our diaspora fans. Nimefiliza ni dado mire. Dado mire wega. Niko thoma? Yeah. Niko thoma na mathina mako igatirwo fithi. Ulihaso, struggle. Did you struggle? Ndio nilikuwa nafukuzwa hapa na pale lakini my mama alikuwa anajaribu sana. Alafu tuseme hiyo time sikuwa naelewa, maybe akiniambia nikule akuli. So nafikiri tu zingine nilikuja kurealize when nimekuwa mtu mzima nikaanza kurealize alikuwa analala njaa. But hiyo time sikuwa na hiyo akili. Au shikanishi. Hata saa zingine ningemkuta nakumbuka kuna time nilikuwa namkuta ako tu kwa giza. Unaona ile kuna siku utacheza una notice leo kuambia uingie mapema. Unamkuta tu kwa giza. Kwa giza tu namuuliza, mbona umekaa kwa giza? Unaona? Na niko kwa ghetto. Lakini nafikiri ni hizo sasa sisi ndo uko ni realize maybe alikuwa kwa mawazo. Lakini mother alinilea poa venye aliweza. Nashukuru sana, nampenda sana beze. Tuende pole. Yuko uhai? Mamangu yuko. Very good. She must be a proud mother. Manze. I hope. Oh no. Hapana. As nilongana naye jana. Yeye niombeaga sana bezi hata kwa simu tukiongea. So nikiangalia nayo I think she's proud. She's proud. Yeah. So umesoma na mashida like any other ghetto child. Umefukuzwa fees. Were you a bright boy? Ulikuwa mnoti? Hapana, bezi zingine unakuta
zamani mimi nikigrow up ulikuwa na mchongwano. Zile mchongwano zile. Unachongolewa hivi. So nilikuwa nachongolewa sana juu ya weight manzi. Ulikuwa bado na ka weight? Hata my son akona ka weight. Nilikuwa na ka weight, so nakuta wanasema nini? Ilikuwa nafika mali naanza ile self esteem yangu ilikuwa chini. Oh no. So nakuta kama watu maybe wakienda kukatia mademi vile kwa shule, mimi sikuwa na hiyo courage. So nilikuwa mtu kujiekea. Hata vile wasanii wengine usema gati nilikuwa naimba shule. Unajua mimi hakuna classmate wangu yoyote alikuwa anajua mimi naimbaga. Wote waliniona kwa TV. Wow. Mungu wangu. Ulikuwa uko tu chini ya maji. Kwa sababu sikuwa hata na courage ya kuambia mtu unaweza rap. Sikuwa na courage ati naweza rap ati kama hizo marali ama ni rap mbele ya shule. Nilikuwa tu msenya wa kunyamaza. So ninge na jam session. Ndio nasema na rap. Lakini sijui kama unakumbuka jam session ilikuwa on Sunday. Yes. Ilikuwa club lakini wauzi pombe, ilikuwa ni soda saa 8 mpaka 6 ya high schoolers. So back to school walikuwa wanapeana baiskeli na 10,000. Unaweza imagine kwa mtu wa high school ni kitu ni prize. So nakumbuka nilikuwa naenda hizo ma competition naona msi anaweza muweza but sina hiyo confidence yako nayo ya mchongano ya hiyo weight. Vile nakaa alafu pia mother alikuwa anapenda ukielewa angeweza kuafford ati maluku na nini. So kulikuwa na mother fulani best yake. Alikuwa anakuja na hizi mango za isili za kushine. So alikuwa anamenya nichukoko juko anaweza lipa baadaye. Bali sababu mother kwa na luku kalikali. Sasa mazeni nilikuwa navaa matokio. Sasa nashangaa hizi ni gani? Yaani luku yangu na shine Iron mabati. Kama 90K. Unajua hizo maluku, jaketi zingine hapo ukitokea mnakakaa mko uniform. Lakini sasa ninaelewa hapo ndio umedressiwa vizi Jumade hapo. Sasa ni vizi, sasa ni vile angeweza. Na pia naelewa kwa mother angelipa baadaye. Ni mkopo. Unaona hata yeye analala njaa ndio wewe ukule na watoto wakule. Naelewa. So sasa iko nipatie inspiration. Unaona sasa naona nakaa nimeng'ara mabati. Naangalia weight. Mchongo courage. Ulikuwa big sana. Nilikuwa mbigi. Alafu manze Sunday manze umeenda kama umeoga. Manze umekaa hapo umeoga ndio mtoke umeenda ile mkenda jam session mlikuwa mnaenda watu wa ESTO, watu wa ghetto, yani mnaenda kama kireni. Ulikuwa unaenda church gani? Asikuwa naenda church. Sikia kwanza. Sasa nimekaa hapo nimekuja kana nimeng'ara. Unasikia watu wamesema jo cheki watu wang'are alafu wapatane hapa tuende. Na mimi nilikuja kana nimeng'ara. Ilikuwa ni sawa manze kumbe. Unaachwa. Sisi uongei unasema tu watu waende waoge wang'are. Mimi nikienda home sirudi. Jio ndio ilikuwa the best look ningepiga lakini kwao ni kama look ya kukaa yani around. Kinyamaga koigweratha. You don't know how many people are gonna change today. Yani wale watu wanasikia yani sisi we are daughters and sons of peasants. Story ya doa theni yacio mekori ya ghetto ate ghetto teo itagwo majengo ni aumire mwanake toyu riu gutire kondu atombokaga na gutweka humiliated but he made it na tuguthie kahora. That's why he's here. Ati wewe umesimama stage na ushaoga. Manze uso unakuta but inawe nilikuwa ninaelewa. Nilikuwa naelewa my mom. That's why mimi nampenda sana kwa sababu kuna mtu mwingine sasa hata mimi nasema nilikuwa navaa hivyo. Kwa mtu mwingine hata hakuwa na hizo nguo. So siwezi sema ati nilikuwa vibaya sana. Umeelewa? At least anaweza kopa. You can imagine uko na stress juu una body shamiwa na wewe unasema hata madhako hakuwa nakula. Ndio nyinyi msilale njaa. Lakini time sikuwa ninajua. Sikuwa ninajua. Ile saa baadaye unaanza kuwa ukikua unaanza ku realize moments kadhaa. Lakini by the body yangu lakini nilikuja nikapata confidence vile niliingia high school. So umemaliza primary. Na kusoma na kufukuzwa fees kidogo na hizo stress za kuvaa na nini. Hamko mnaenda church at all? Uja home sino Islamu. Sorry. But
Ocha huko ghetto hakuna mosque. Kunayo but sisi mati mimi si kama bro zangu ni watu wachache inakombaka nile sijida uje mtu anaswali sana na kwa kale ka sport uje ushaiona ni kuswali sana so bro wangu ni watu wa mosque yani mimi sitaki kuclaim hivyo kwa sababu sasa unaona sasa mimi wewe ukwenda nilikuwa naenda bado si kama wao. So wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu. Na wewe uenda mosque sao now currently? Mara moja. Ili niongee ukweli. Wow. Sasa did you perform class 8 na hizi ma stress zote umepitia? Nikatoka hapo nikaingia na Rumoro. Adwana Rumoro. Unawetiliona Rumoro Boys? Na Rumoro Boys. Manze. Na hiyo ilikuwa poa sana kwa sababu ilikuwa boarding school. So nafikiri hata hapo ndio hata mimi think venye walikuwa wanasema watoto wa boarding school mimi support hiyo kitu. Kwa sababu mimi naweza sema boarding school ndio nilipata character. Wow. Unaelewa boarding school inakufundisha kusave. Unaona mara kwanza unaonapo unatimbua mkate unasota na wiki 2 unaona next time unajua kuna maana ya kusave siku la mkate ujinga kila siku. Another thing inakufundisha inakufundisha kupatana na different people from different areas. Unapatana kuna mtu wa Eldoret kuna unajua like inakufungua akili kujua unajua ukikaa tu mahali pamoja unafikiria tu Kenya iko hivyo. Lakini ukienda boarding school unajua huko kuna mtu wa Vihiga kuna mtu wa Eldoret Mombasa. Una meet na different characters alafu unajua kumingo na personality tofauti. Unajua kuna mtu anapenda kushout kuna mtu anakuaga hivi mkilala kwa dom kuna mimi bedeni nijulia shule kuna watu lala wanaanza kuongea usiku. Sleep talkers. Unaelewa? Mimi kiona nasikia la msana bonga nini unaona? Ndio nikajua kuna watu bonga usiku. Akaanza kuona kuchekelea watu na wao. Asikuchekelea anasema ku understand. Sasa nakuta hata nikuja kwa hii dunia ifike mahali maybe unaweza kutamia hata kama kampuni mumeenda team building mahali alafu mwambie mtashare 2 rooms maybe kama ni madem na share 2 rooms alafu pate workmate wako ndio kubonga usiku at least ulikuwa prepared kitambo unaelewa itakuwa oh my god I cannot sleep here. So nasema na pia kuelewa nini self hygiene vitu mingi yani anasema tu discipline. Ulijipenda? Nilijipenda mbaya manze. Hakuna mtu alikubody shame? Hakuna mtu so haiku stop lakini nafikiri ilifika mahali nikakuwa hata siwezi explain. Uliweza kuabsorb? Ilikaa mtu yani ilikaa mtu nikakuwa na confidence nyingine mbaya sana. Wow. So ulipata confidence ukiwa high school? Manze nikakuwa mbaya manze unakuja unaniambia juu na kaja na mimi nakurushia moja unaenda home kulia. Ushaipiga kona mbaya unakumbuka kona mbaya manze. Confidence mnilingia mimi sasa uwezi niambia kitu ati kitambi nini mimi ndakurushia moja uende home. Right. Unanielewa na still toka wapi lakini pia naweza sema hivi naweza sema I hope lakini sasa I don't think tuko the same. Kuna mtu kama mimi mwenye maybe hakuweza kutoka kwa hiyo shell. Kunaweza kuwa tu hawezi. Ndio nasema I think pia kwa education system kunafaa kuona vile kuna kwa na PE. Uko tuna subject fulani na kufundisha watu kukua na ile self esteem yako iko juu vile umeumbwa. Kuna mtu mwingine pia tu ana feel kuna mtu mwingine mkonda kabisa. Kuna mtu mwingine tena ametoka ghetto lakini amepata sponsorship ameenda Riara. Unaona kwa sababu ni mclever. But unakuta saa amepata anatoa nakulaga mabaga nini ndio kwa ile sponsorship but hakuna mtu amemprepare psychological kukua ready kumingo na watu hajaiona kwa maisha yake. True. Kuna watu wako hivyo pia umepata scholarship umejipata kwa shule international school iko juu hakuna mtu amekuprepare huwezi manage so nasema kuna faa kuwa na kitu kaa hiyo inakuprepare mentally like utapata na watu wako hivi umekuja kusoma usishtuke unanielewa so pia hata kwa shule pia kuna faa kuwa na vitu kaa hizo guidance and counseling psychology kama una feel maybe kuna msemo mwingine maybe ana feeligi si lazima tukue body wise inaweza kuwa ni body wise shortness inaweza blackness unaangalia Stacy unaangalia Stacy miguu zimehang. But that is very
very serious. But that is very serious. People are very careless. Yeah, true. Emozoni wewe. Unajua lazima nikuongezee. Bana kuelewa insecurities ni mob. Yeah, it's true. Kuna insecurities mob. Nafikiri kunafaa kuwa na a safe space ya kujiexpress. Yes. Unaelewa? Pia kuna colorism. Dema na feel labda ana a certain skin tone na feel ni kama hafai. Na ukitembea bado inaanza huko shule. Ni mtu unafaa kumempa waki wa. Yes. Anafaa kuwa na a safe space ya kuexpress vile ana feel. But mimi sikuwa na mimi nafikiri tu ni Mungu tu alikuwa tu iliniingia tu. Alafu nikakuwa na confidence. Ulisoma madhe hata hustle ni kama liza form 4. Hakuna hustle za fees. Zilikuwa nazo lakini sasa hiyo time my mama alikuwa kuna chama madha alikuwa ameingia kutoka nikiwa primary. Chama. Wow, hiyo chama mpaka leo by the way iko. Hiyo chama by the way pia naweza sema imesaidia my mom sana. Kwa sababu ilianza kama sasa ni kubwa yani wanapatana kwa hall. So kwa hiyo chama wakaanzaga vitu poultry farming. Waneka makuku kwa muiga wanashikana kama wa mama. Sasa sema vitu hizo zilisaidia sana pia. So hizo pesa ndizo zilisaidia ukasoma. Zilisaidia sana nikisoma sasa high school. You know that's so great. By the moja nishisema historia chama nikachekelo sana kwa mtandao. Watu ni wajinga wachana na watu. Kuna siku nilisema wanaume wanafaa kuwa na chama. Nikatukana kwa mtandao. Kwa sababu mimi nilikuwa nasema hivyo kwa sababu nimeona umuhimu wa chama. Na wewe ulisomeshwa kwa maisha yangu, unaona? Hii kitu unachiki wanaume. Heri mpatane mali mkunywe, mkule nyama muachane. Na muonge mambo za madem. Unaelewa? Lakini unaona na muonge mambo za madenge. Lakini unaona madem wanaanzaga na hiyo chama. True. Munele na hiyo chama unakutaga na that's unaona madem ni hado wakikwama. Yes. Kwa sababu kuna hiyo communion. Alafu nilikuwa nasema hivyo, nilikuwa nasema wanaume wanafaa wacho hii ego ya watu wewe ni mwanaume utoe. Maringo ya kiman. Mnashikana wanaume wale mko mabeste kama 5 shikaneni. Fungueni chama. True. Pia sile kabla chama useme kama chama leo iko kwa nyumba ya fulani. Kabla chama ianze unajua kuna ile kuongea. Utasema about stress unapitia na bibi yako. Ni kama ndio ni chama lakini pia unaweza toa stress. Una vent. Yes, kwa sababu kuna ile communionship. But saa men hawanaga hiyo. Ndio usave kivyako, umie kivyako, ukisota sote kivyako, udai kivyako, upate depression kivyako. Unanielewa? Nilisema hata maybe saa hizi kama mteketa ndatukana story ya chama, lakini mtu hiyo ndio imekusomesha. Yes, mimi niliona. Ndio nikianza haingeweza nisomesha. But unaona waliendelea nayo wakaendelea nao wakaanza hiyo maneno ya poultry farming. Kidogo wanaenda wanachukua shamba hata kama ni wapi wanagawana. Unanielewa? Pole tu. So inaweza kuwa maybe he makes sense hizi lakini mtu ananisikia na kona akili. Tengenezeni chama. Ita make sense baadaye. Hata kasi sana. I love that. Uliperform high school? Yeah man. I know unaweza to inspire. Unajua yeah man. By the way, this is the right person kuongelesha sasa akina Ryan. Akina Wayne. Uliperform? Na hizo hustle zote? Niliperform, nilikuwa mid hapo. Mid performer ni gani? Watu wasi. Katikati. But ulikuwa una rap shule? Nakwambia bado sikuwa nio. So sasa shule sasa ilikuwa hivi. Tulikuwa na dorm lakini zimedivide into cubes. Sasa kwa cube yetu, watu walikuwa kwa cube yetu walikuwa wanajua nilikuwa naimba. So Friday Saturday watu wakienda kulikuwa na watu wanapewa radio kwa hall na watu wengine wamewekea TV. So watu wakishaina enter, mimi nilikuwa nabaki entertainment. Omote mwanake odereda ariri agency. So ndocio nio me hari ya turenda guthara. Acio nicio ciana turenda guthara. Aciaria bai moikare na hau roja. Ni mugukacha plate. Hera radio. Man, so watu wakienda enter, wengine wameenda kuna Mbulu, wengine wameenda kusikiza Mbulu nimepotea. TV. Station radio kiekera komenyaga. Okay, TV na radio so nita inakuaga system. So mimi nimebaki tulikuwa nabaki kwa dom kwa cube yetu. The only person alionipata
wa administration ilikuwa ni principal usiku. Sasa besa alikuwa anapiga box. Sasa box ndio ilikuwa instrumental. So mimi na rap ile verse nimeandika hiyo wiki. So siku moja kumbe principal alitupata tukirap. Akaniambia unafanya poa sana, mbona usirapie watu hata kwa assembly? Nikamwambia siko ready. But high school yangu yote sikuwa imba mbele ya watu. Wow. That's why nasema watu wengi hakuna mtu yote alisoma na mimi anasema huko inja timejali kwa naimbaga shule ni uongo. Lakini they just watu tulikuwa nao kwa cube na ni kama watu 5 hao ndio walikuwa wanajua naimba. Bado huko na courage. Sikuwa na courage bado. Hiyo confidence ya kumemelea watu sikuwa nayo. Wow. Nilikuwa na realize nikimbia mtu sema kama nikimbia mtu mpya lazima nikwame. So nilikuwa nasema kana kwa maana mtu mwenye naimbia saa hii na assembly. Wow. Yeah, so nilikuja kupata confidence baadaye. Were you active in sports shule? Yeah, nilikuwa napenda bake sana. Lakini hata ilikuwa tu nilipenda bake juu huko ndio sikuwa na monoliziwa. Wewe kulikuwa kunoma we. Sawa, nilitisi watu wa bake hawana monolization. So nafikiri by default ukajipata huko kwa sababu huko ilikuwa safe space. Ilikuwa niko ase wenye hakuna nashughulika na wewe. Nobody cares. Yeah. So umemaliza. Yes. Na umepata C yako. Ukiwa high school unajua kuna career, unasikia kwenda kufanya courses gani? So mimi manze mimi napenda archaeology sana manze. Mimi napenda stories za kwenda ati kuna maybe umesoma kwa vitabu, kuna mali kumiti fulani ilikuwa inakaa, mnaenda mnachimba, mnatafuta bones, mnatafuta hizo vitu walikuwa wanatumia. Mimi napenda history sana. History. So archaeology ni part of history bado. Unaona Mtafute mahedeshi madeda nike madhi. Vitu mimi kwangu hizo ni vitu amazing. Like nikipata tuseme upate item fulani utakuwa unatumia nyuma like kulikuwa na binadamu before wewe. So zilikuwa zinani blow mind sana hizo tukaa hizo. History na archaeology. But sasa hapo niliingia ukamaliza. Vile niliingia sasa nimemaliza. Hapo ndo mama alianza kupata shida za health. Oh no. Aseka kuwa hata ni ngumu yuko pursue anything beyond that. Anything. So my mama alikuwa anaumwa na kichwa. Hii ni kitu alikuwa nayo. Anaumwa na kichwa. Hata alikuwa anajulikana mama jana anaumwa na kichwa sana. Hata tumekosaga headaches kwa nyumba. But sasa kumbe hiki kitu ilikuwa ni brain tumor ilikuwa ina grow tu pole pole. But hakuna mtu anajua. So nikimaliza high school ndo ilikuwa ilizidi. Aka lose memory. Ilikuwa noma sana. Sapo ndo ikabidi sasa hawezi soma. Vitu zikakuwa real sasa. Wow. Sasa real ndio tunaingia. Sasa real was chilling. Yes. Sasa umemaliza high school, major. Umeperform na ungetaka kwenda kufanya kupasu your course hizo stories za history. Yeah. Wow. Lakini sasa ni hivyo. So utarudi ghetto? Manze sasa mkoro kwa sababu mimi nilikuwa nategemea madha. So first of all ujue kabla hata atujue ni nini ilichukua kama mwaka na anafanywa test. Huyu daktari anasema sijui ni hii. Anapewa dawa, anakuwa tu wasi. Ameulizwa ajue ni nani. Ajui watu hii. Ajui watu hii. Oh no. Akaenda hivyo akakuwa was ilikuwa was manze. So ilikuwa ni zile hizo stories za unajua usipata watu wanasema ati wanapeleka watu hospitalini hawajui ni nini mbaya. Yes. Ilikuwa hiyo. So mnaenda huyo anasema ni hii. Kila daktari ako na opinion yake. So hata ule anyway sasa hiyo ndio time vitu zilikuja zikakuwa zilikuwa aje. Hiyo ndio unatuinspire, ndio you are encouraging someone who is going through the same hell. Manze so vitu zili happen sana hiyo time the same time. Sababu pia my grandma ndo alipass hiyo period. Sasa kwenye mli kutoka Nairobi mkaenda kwake ghetto. My grandma alipass hiyo time. So kupass pale ilikuwa noma sana. So pia my grandma alikuwa anasaidia in a way. Yeah. So ikakuwa jo yani sasa mimi hakuna mtu like wa kutegemea. Mtu kutegemea. Hakuna kwa kwenda. Yes. Because it's either your moms or your shoshos. Yes. Vitu zikaenda hivyo. Ziliendaje meja? Manze. So anyway manze nilianza kufanya vitu kadhaa. Kama na umetoka tu high school. Kuna msee fulani alikuwa anapikaga.
alikuwaga anapika hapo stage ya Nanyuki hapana ya Nyeri. So hiyo time hata sijui imelea na nyuma, so akanipiaga story fulani, hata alikuwa anajua budangu nini uja story kaa hiyo mzana kuambia niko najua budako nini alafu nini mbaya but ni kama alikuwa anajua so msendo alinipiaga job kwa hoteli yake, lakini hakuwa ananilipa. Oh no. Sasa so ilikuwa sawa kwa sababu alikuwa anipea dishi, so nilikuwa natoka Mkangware na Moshio place. Wewe ulikuwa kuosha na katakata nyanya. Sikia kwenye unaweza toka. Wow, this is alafu na nyama namwekea. Alafu lunch ananipatia food. So at least your sector nilikuwa nimecontrol. Hii sector nyingine nilikuwa na bwanitwa Njoro. Sasa utaanza kufanya tuweze kulia mzee. Sasa Njoro naye alikuwa anafanya biashara nyingine sisi sema. Lipua. Hiyo ni kutu inspire. Sasa lipua. Sasa tu unajua sasa unatusaidia ndio usaidia wale mavijana wako ghetto kama Makayole. Huko kwetu pia Nyandarua kuna mageto. Nyahururu ni Koreso weto ya afio. You are encouraging people. Huyu Njoro na yeye. Njoro na yeye sasa alikuwa gatua pia alikuwa mori wangu. Baadaye alikuwa anapenda sana Richie Spice. Hata leo nikisikiza Richie Spice namkumbukaga. Alikuwa na yeye anapiga Njoro na alikuwa gatua mori wangu sana. So ungekuwa ghetto unataka mmea. Ulikuwa unajua mmea ni Njoro. Mwenye marehemu by the way. So nayo ukaanza kuuza. So watu unajua alikuwa kumbe alishikwa na TB. Alikuwa anakohoa sana. So alikuwa anashindwa, alafu unajua ukiuza mmea hakuna ati off day. Usiku na mchana. So usiku ikabidi mimi nilikuwa namuuzia mmea usiku. Ndio nilianza kula jaba by the way for the first time. Jua kanambia mazo kulaga iwe utalala. Oima. Manze. Naye Mokoro hapa tu ni hosi. Mokoro historia yote hajui. Sasa mimi nikauza mmea, nikauza mmea usiku. Unakula jaba. Ndio nisilale. Sababu this is new to me. Mchana naye unaenda huku kuosha vyombo na kukatakata vitunguu. Alafu Njorote akakuja kawezwa. Akaenda kalazagwa uko Nyeri PGH huko. General Hospital. Hiyo TB nikaenda kumuona. Ile siku tu moja sikuenda kumuona ndio alipass. Wow. Matano wasinza sema. Ukachua biashara? Hapana, ilikuwa mother fulani hapo. Huyo mother alichukua biashara. Au mother ajui. Hii story yangu tu na yeye Njoro. So hapo unaona tuchapato wako to kucontrol. Njoro alikuwa hata manze venye alipass. Hakuna mtu alikuwa anajua koni wapi. So watu walikuwa wanasema alikuwa mtu wa street tu. Ama street kid, alafu akaanza kuzamea nini. So manze tulimzika kama like jamii ya ghetto yani. Yes. Hakuna watu wao waliwahi kutokea. Bara alikuwa msero safi sana manze. Manze kana unakiwa binguni jo alinisaidia sana ukijana. Wow. So wewe ukaendelea kuosha vyombo zako. Na huyu mtu anakuambia najua budako. Ulipasu hiyo story ama alikuwa siku manze wote mnafikiria maneno ya kupasua, mnafikiri unatoboa manze. So muri wangu mwingine akakaa, nilikuwa jaribu vitu kadhaa. Huku Nyeri sasa uko majengo. Nyeri so unajua ghetto. Ghetto naweza kuambia hivi, hakuna kazi moja. Mtu anaweza kuja hivi akwambia pia kwa na burungo fulani anataka kuuza. Unacheki unakuwa tena broker. Sasa Morio mwingine unakuta hiyo siku umekuwa broker. Yaani siku ni vile inakaa. Leo inaweza kuwa nauza hii, kesho niko saidi. Lakini uko na permanent job ya mchana penye una source. Pale na nini. So but sasa kuna so nilikuwa na VCD ni kitambo time ya VCD. Alafu nilikuwa na amplifier fulani ambao. Na nilikuwa na speaker fulani nilikuwa nimekaga kwa taya. So msemina kanambia manze nilikuwa mena na rumoro. Awasi awajuzi ile njugu, awajuzi ile njugu za kusamagana za kutana jaba. Tulizo washika nazo jo. Ati hizi za kusa? Kuna hogana njugu fulani, ukikula jaba, haina maganda, so ichafui chini. So hawakuwa wameona njugu kaa hizo. Yenye alikuwa shapiga surveillance yake. Hizi ni peanut, njugu karanga? Njugu zingine za jaba, yani zingine hapo. Umenotice naangalia na mdomo. Akanambia manze tunashika kwa sababu so sisi tuko tuuze njugu na magunia. So akanambia gunia moja ni 15. Utatoa wapi do? Sasa nikauza ile amplifier na VCD na ile speaker. Alafu naye akauza zake, tukanunua sufuria,
kichungi na tukanunua jiko na gunia moja ya njugu. Tukaingia kwa gari tukaenda na Rumoro. Hatujui tunaenda kukaa wapi ama nini, tukafika na Rumoro. Kufika na Rumoro manze, kufika na Rumoro tukaenda base ya Keg. Tulijua hapo tutapata maansa huko. Kwenda base ya Keg tukamza manze, tukatafuta keja nini. Tukapata kija fulani ya so 3. Ndio kija mpaka leo kina Rumoro nikipita hapo muiona. Eje bomolewa. Kija fulani ambao tukinga na Rumoro ni alright, unaweza iona hapo. So tukenda hapo tukapata keja. Anake ni mũrathikĩrĩria tondu acio nĩo ndĩrenda mũthikĩrĩrie. Me Elizabeth karayo hau ĩrayo sana join acio nĩo tũrarora ũmũthĩ. Tũrarora our youths mendia kĩrĩa mena kĩo imagine. Those are our target audience today. Mkaingia na Rumoro keja ni ya so 3. So 3. Siku ya kwanza manzo tukapigwa na njeve manze, njeve ya kieni. Ina tulipigwa pole baridi. Iniingia katikati ya mbao manze, unasikia upepo inapiga kama firimbi. Mko na bed? Usisikia upepo saa 8. Hatuna bed. Tumelala ile carton. Ate? So unajua ile baridi inapita kule menya mbao, hata kulala hiyo siku. Ati inapiga huiso? Inapiga huiso. Tukaambia huku ni kieni mtu wangu. Tukanunua magazeti, alafu tukapigilia kwa zile mambao ndio ipunguze hiyo upepo. Yes. Tukaanza kupika njugu. Mkatafuta makaa. Tukaanza kupika njugu. Basi sasa watu wako wanaamini njugu zetu. So mtu hataki kubae. So tukaona Adwana Rumoro, we are coming for you. Sasa tukaona jua to doubt. Tukaona sasa tunaambia mtu tutakupatia uuze. Ukiuza utachukua kati yako hapa. Nyasi tupatie do. Yes. Tunakupatia njugu yani. Hivyo kaanza kushika. Ala. Manze tulikuwa nauza kaa gunia 2. Manze tulikuwa nauza do. Basi amoro yangu manze tena akaanza tu tuseme tu maneno ya maisha. Nikaanza kunotice gunia inaenda kipungua, sasa tunapika. Juu mimi nilimwambia kudeal na finances, juna naogopa. Unataka jikoni. Wewe ni chef. Wewe ni kukaranga. Wewe ni kukaranga. Morio. Achangarawe. Tukifunga pale na kando, lakini ilikuwa poa. So anyway busy ilikuja kaanguka. Morio alianza kuiba. Ndogogi utu hapa na pale. Benye kabiashara kameshika. Niko nimelisikia vibaya by the. So tukarudi Nyeri sasa tena sina Geto form. Tena. Nikapata na besi yangu to Kimiti. Shikilia kwa Kimiti. Tusome news tukirudi. My God. No igwa uri andu mama koraihu. Imagine. Tikaga kuona mundu guku ukamuorota. Orere mabia kugacira one abia ndogogio. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayo ka Mũingĩ. Wanjeri ameweza kufanyiwa upasuaji ambapo marisasi 3 imeweza kutolewa katika mwili wake, na tukihota kumenya kana mundu ucio uraikirie rithathi iyo irahurire Wanjeri kana ni akoerwo hatua. Sisi kama female journalist tunasema tunataka huyo polisi atolewe leo. Tunataka kumuona, we want to see his face. Watu innocent wanauawa bure. Serikali inafaa iangalie maneno bwana. Ukikuja kuandamana si kuharibu mali yetu. Sisi si Ruto, angalieni Ruto lakini si kuharibu biashara zetu. Oma, uigiririku no shaba. Arimi a kahua githĩ-inĩ kĩa Wanjengi nĩ matabanĩtie mũrũrũngano magĩtetia marĩhi, na mũrutwo wa Form 1 Kayole Naivasha nĩerekanĩte kwĩyũraga. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayo ka Mũingĩ, na nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa thita cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirangũ. Arimi arĩa mendagia kahua kao gĩthĩ-inĩ kĩa Wanjengi mwena wa Kĩharũ kũu nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matabanĩtie mũrũrũngano magĩũkĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩi kĩu nĩ ũndũ wa kũmahe marĩhi maita merĩ ma kahua karĩa mendetie. Marekũĩra atĩ ũndũ ũcio ũtabanĩtio na mĩthingi ya gũtwarithia na mbere ciĩko cia ngukumio, na rĩu marenda ũthuthuria ũtabanio na atongoria acio meyeherie iturwa-inĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro George Kimani nĩwe wĩna riboti ĩyo.
magana ma arĩmi arĩa mendagia kahũa kao gĩthĩi-inĩ kĩa Wanjegi kĩrĩa kĩ wodi-inĩ ya Wangũ matabanĩtie mũrũrũngano ũyũ kuma Wanjegi nginya taũni ya Karuri. Mateta mao nĩ kũrĩ ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩi gĩkĩ thutha wa kũmahe marĩhi maita merĩ ma kahũa karĩa mendetie. Tũkĩte amũthĩ tondũ kahũa nĩ karatangathirwo rĩti yatangathirwo ya mbere Cherry 1 ĩtangathwo ĩrĩti ya ciringi 95 na Cherry 2 igĩũka ciringi 33 na ĩgatũmenya atĩ thĩinĩ wa rĩti ya Cherry 1 twatuĩte kilo ngiri magana matano ma 41 na 953 na Cherry 2 twatuĩte ngiri 137 na magana mana ma 10. Koguo figures icio ci cierĩ cigwaka kahũa gaitũ kilo ngiri magana matandatũ ma 79 na 363. Ũcio nĩguo tongora tũracirĩra. Na ũndũ ũrĩa ũkuĩte mbũri ta thana marakarĩtie nĩ marĩhi kana rĩti ya kerĩ ĩrĩa mahetwo na ĩrĩa ĩna ũtiganu wa ciringi 12 he kahũa ka grade 2. B ndĩrongererwo ndĩrahetwo na 33.80 B ndĩrongererwo ndĩraheo na 45.50. Ndĩroria kĩũria gĩakwa atĩrĩrĩ mbeca icio ndĩrongereirwo ciroimire kũ? Koguo nĩ kuonania nĩguo matũrĩte matuĩkĩte na nĩ mahinda mao makinyĩte nĩo mareyendirie na nĩo matuonetie ũrĩa mareka tondũ nĩ tũrarigwo kũrĩa mbeca icio iraumire. Na kumana na kũrekererio kwa marĩhi maya maita merĩ maugire atĩ mareka atĩ kwa hihi nĩ gũkoragwo na ungumania wa mĩaka mĩingĩ he marĩhi mao ma kahũa. Tũkũrĩa atĩrĩrĩ tondũ Cherry 2 ĩrarĩ na ciringi 33 ĩcokerwo ngoro 45 rĩ ciringi ici 12 cirongererwo nĩ gĩcoke 45 rĩ ciraumire kũ na cirarĩ nau na intention ya gũkorwo cigĩtwo yarĩ kĩ kaĩ nĩ gũgĩthiaga na nĩkĩo ngũthiĩte maandamano nĩgetha manjĩre kũrĩa mbeca ciakwa icio ciroimire na manenge icio ingĩ ningĩ mena. Rĩu nĩ morĩtie ministry athothĩte kũingĩrĩra ũndũ ũyũ kũrĩa ningĩ maroria ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩi gĩkĩ kweheria na mathure atongoria angĩ erũ. Rĩtio ũguo cenjetio kwetwo 1.7 million cikeherio namba Cherry 1 1.7 million cigekĩrwo Cherry 2 1.7 million rĩ cietũkĩte ta mathabu-inĩ ma mũndũ tondũ ya mbere oimire with the difference of about 6 hours nĩtũhotete kũreherwo rĩti ĩngĩ ĩngĩcenjia atĩa na mathaa tondũ tũrangĩria tũraigua atĩ nĩ mathabu mahĩtanĩte nĩ bookkeeper ngakĩ ũcio bookkeeper angĩkorwo nĩ ahĩtania mathabu mau rĩ akoya mirioni haha grade 2 agekĩra grade 1 mirioni 1 kana 2 rĩ mathabu mau make no tũmetĩkie kwa choice itũ tũkoiga tũrĩ arĩmi atĩrĩrĩ reke twĩkĩrwo mathabu marĩa magĩrĩire twĩtwo mũcemanio nĩgetha rĩti icio tũgũtarĩrwo tũcihĩtũkie na citarwo twĩho. Rĩti ndĩngĩcenjio no tukũ na ndĩtarĩrio yacenjio nĩkĩ rĩti kĩwatho wa cooperative yagĩrĩirwo gũcenjio na yandĩkĩrwo marũa twandĩkĩrwo marũa twakwĩrwo rĩti ĩno ĩtanire tondũ tũrekĩrĩte mirioni 1 haha twekĩra mirioni 1 haha hangĩ tũtingĩtĩkania ona rĩti ĩyo njerũ tũtetũtwo mũcemanio gĩthĩ-inĩ gũkũ gwitũ mathabu maigwo metha-inĩ. Kameme FM kuma gĩthĩ gĩa kahũa kĩa Wanjegi gũkũ Kĩharũ rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani. Nĩ ngatho George Kimani. Nao aikari a itũra rĩa Kayole kũu nĩ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ matũngĩtwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 15 wa kĩrathi gĩa form 1 thukuru-inĩ wa secondary mwena ũcio erutĩte muoyo na njĩra ya kwĩita mũciĩ-inĩ kwao wa Mbogo wa Gĩthĩnji. Nĩwe wĩna riboti ĩno. Kũringana na John Kinuthia kuma gĩkundi kĩa Gender Networking Cluster kuma mwena wa Naivasha augĩte kairĩtu kau karambĩte kũhũndũrwo na mũciĩ kwao kuma thukuru ĩrĩa karathomagĩra akĩongerera kuga ciĩko cia ciana nini kwĩgeria kwĩruta muoyo nĩ ciambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Mũrutwo wa mĩaka 15 kuma cukuru ĩmwe ya secondary gũkũ Naivasha ũrĩa wĩrĩkirie kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩcuria na mũkanda nĩ ũndũ ũkoretwo wĩ wa kĩmako mũno tondũ nĩtũkoretwo twĩna cases ta icio cia ũhoro wa ciana nyinyi ciana cia cukuru kwĩruta muoyo na njĩra ta icio ingĩ nĩ kũgeria kwĩruta mĩoyo. Nĩtũraigua mwana ũcio ararĩ cukuru nĩ mwana wa form 1 na nĩ arakoretwo na tũmĩtugo tũregenyũkĩte na nĩ kwa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ cukuru ĩkonerera nĩ wega ĩtũme mwana ũcio nĩgetha oke aheo counseling na gũkũ nja na acoke cukuru na marũa macio ma cancer. Amwe a aciari kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ morĩtie aciari arĩa marĩ na ciana nini rika rĩa mumo kũgeragia gũcitara na gũciarĩria kaingĩ na kaingĩ nĩguo kũgirĩrĩria maũndũ ta maya. No hoe ithuĩ ta aciari tuge na ũndũ ũcio wa kwarĩria ciana na andũ a itũra ona makanitha-inĩ tuge na ihinda rĩa kwaragĩria ciana citũ nĩ tondũ rĩmwe nĩ iragĩa na thĩna wa meciria na ikaremwo nĩ kwĩyaria kana rĩngĩ mwana agakorwo na challenges aragerera akaga handũ angĩji expressera. Ningĩ hoya tũtanamba ona kuoya ikinya o rĩothe ũkamba gũthikĩrĩria mwana na ũkamba kũmwarĩria ũtanamba kũgũtha mwana kana kũmwĩka ũndũ amba ũmũthikĩrĩrie na ũmũhe ihinda rĩa kwĩyaria. Handũ-inĩ ha Kameme kayũ ka mũingĩ Naivasha njĩtagwo Mbogo wa Gĩthĩnji. Na arutwo arigitani arĩa marĩ gĩkĩro-inĩ kĩa interns mambĩrĩirie kwamũkĩra marũa mao ma kwandĩkwo wĩra kwambĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ
one thutha wa woiguano gatagati-ini ga kiama kia arigitani na thirikari kuhitukira mwandiki munene ruhonge-ini ruu uria uracungiriria kuninwo kwa mugomo ucio. Woiguano ucio utaririe ati arigitani aya magirire kwambiriria wira tariki 1 mweri-ini ukite wa kanana, na Davji Atela niwe mwandiki munene wa kiama kia arigitani ga KMPDU. But I must say that for the last 3 days, this matter has been handled with a different approach, in the sense that some of the things that we had asked them to do earlier, even during strike that were not done, we've come to agree upon. And this particularly regards a temporary relief that will see all the intern doctors report to their duties by tomorrow, from 1st of August. That is, they are to start picking the letters tomorrow, all of them, 1,210, and then they are to report on 1st of August. Na gucokereria haha na mohoro mangĩ wona cihanda wega thaa 7 cia mĩaraho ni njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Uma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Expressway nekuhekika ndukarigwo nĩ ithaa, ndugatigwo nĩ ndege kana hihi biashara ya hidahi urenda kuhingia Kitengela. Peters Driving School turakuhe confidence, road stability, car control, maintaining moderate speeds, road safety, ugatuika a very skillful driver. Weyandikithie umuthi Nairobi Capital House hakuhi na Ambassador, Kasarani, Ruaraka, Huruma, Githurai 44 and 45, Zimmerman, Kahawa West, weteithie Juja, Makongeni. Thimone 0705 050504. Tusherere our Facebook page, Peters Driving School and Computer College Kenya. Peters Driving School, tunakujali. The new KCB mobile loan is the best loan you will find all day, any day. Unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya. Neza Vita na dagika 11. Mathaa ukimenyithio ni fegi ya Stanbic. Fegi ya Stanbic na iteithagĩrĩria andũ gũthiĩ na mbere. Mena vehicle financing ya nginyagia 90% harĩ ngari njerũ, na kũrĩha nĩ kuma mĩeri 48 nginyagia mĩeri 72 na 0% processing fees. Oho kwĩna logbook financing cia nginyagia 70% ya thogora wa ngari yaku. Ũhoro makĩria andĩka kiugo unlock ũtũme kũrĩ 22208. Kayo kamoingene Kameme FM. Wadungu oyo wathii kukuĩte gĩkunia kĩnene ũguo. Aya nĩ managu na sagada twara thoko. Kaĩ wendagia managu thikũ ici? Eni niĩ ndagũrire mbegũ kuma kũrĩa gwa Tupande na nĩ ciringi 50 tu. Ngĩcihanda kĩmera kĩhĩtũku. Na kaĩ cibataraga ihinda rĩigana atĩa gũkũra? Managu, thoroko, saga cikũraga na wiki 5 nginya wiki 8. No ũcio nĩ nduka-inĩ o yothe ya Tupande by 1 Acre Fund. Mbegũ nĩ certified cia gĩkĩro kĩa igũrũ, igakũhe magetha mega, na oho nĩ maheaga mũndũ mataro nĩgetha warĩma ũkauma na maumĩrĩra mega. Kumenya makĩria ũhoro wĩgiĩ kũrĩma managu, thoroko na saga, cera nduka-inĩ ĩrĩ hakuhĩ nawe ya Tupande by 1 Acre Fund. Warie na mũtaaramu wa Tupande kana ũhũre thimũ 0800 723 355. Tupande, together we rise. Goko gwa Showmax kwena shows nyingĩ cia gũgũkenia mũthenya o wothe wa wiki kwambĩrĩria Monday nginyagia Friday. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Kameme Kayũ ka Mũingĩ, tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria. Na rĩu no twamũkĩre wega Kabit 92.3 FM. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrehagĩra njorua ya kothi, na mũthenya wa ũmũthĩ twakũrehera Meja Harija. Hey, yaketĩrĩa kĩrĩ nĩ rĩrora nĩ mie. Neme Meja Neme Hadija wa mũndũ gwĩtwo Hadija Rehema Mũmbi kuma kũrĩa Majengo.
kihumo gĩake nĩ kuma kũrĩa Majengo ya kũrĩa mwena wa Nyeri. Na reke ngwĩre nĩ ũrathikĩrĩrio mũno agĩkorwo Bishop Michael Wanderi wa CFF nĩ arabuata arabuatĩrwo nĩ arathikĩrĩria nenda gũtuĩka inspired no arute rĩrĩ sermon ya Sunday. Rwathi wa Jeni nĩ ndakuona former PPO Kibushi araiga mĩtambo-inĩ. Thank you. Larry Jones no aratũtarĩria kothi ĩyo Meja endaga gũkorwo agĩthoma. Nĩ atũtarĩria ũrĩa yoiga the study of activity through recovery and analysis. Tigana nayo that one. Jose As, thank you so much. Wakifia Edward Gathito wito, thank you. Botenjogu anasema salimia Okonkwo mwenyewe. Me Elizabeth Kangethe ni arakugeithia kuria gwetagwo UK na rajera asani yake DJ Ken magwetereire muno. Anasema ati Meja is coming to UK next week. Yes. For Kenyans in the Park event. Na tuletee uga ya ugari tunamgojea. Wow. Yes. Tukagutuma. Oyo muroiga ni arahurwo ni heho na rumoro. Nyumba irahuha miruri no rathi UK Kenyans in the Park event. Na wetereirwo muno. Mafans wako wa UK wanakusikiza. Nashukuru sana manze. Wanakugoja. Unaenda lini? Nenda Thursday. Thursday ni 28. Show yenyewe ni 28 on Sunday. Lakini natoka 26. Unatoka 26. No, you thought the 26th your show is on Sunday. Yes. Kenyans in the Park in the UK. Yeah. Wow. Congratulations. Asante manze. Na uringi. Uko tu. Wow. He, sasa Meja. Uko pale kamiti akakuja, tumepata kamiti. Kimiti. Biashara yetu ya njugu imefirisika. Amekunywa ndogogi. So kimiti manze, kimiti alikuwa alikuwa anafanyaga job za kubandika maposta. So nyali ningiza kwa hiyo busy yako. Mimi sikuwa najua hiyo busy. Mimi nilikuwa namkakato asubuhi na kukuta maposta zimejaa tao. Hizi maposta artist are coming. Za artists, za campaign hizo. So alikuwa na link hapa venye anapataga hizo job. So nilikuwa nafanyaga wasengine job hapo. Hizi za kupost na unga ya ngano. Hizo za no posta una post. Guy. Sasa hizi zinakuokolea kaa ngapi? Ili kutoka na pale Rabi 200 shillings. But unajua ukiwa Nyeri, so mbili ni kwa sababu unajua kwa hivi mali kuna food mob, food kwa expensive. So pale hivyo ukiwa na so mbili uko poa. Uko sawa? Kwa sababu pale 20 bob manzo uko na madondo, ugali na unaekiwa food, si kupimiwa kama Nairobi kwa sababu ni mob. Yes. So hiyo ni ukokolewa job. Hiyo nilisukuma manze, sukuma nao sana. For how long? Hiyo tulisukuma na baada hata kimiti alienda ako Qatar, akopoa sana siku hizi. So nilisukuma hiyo, alafu ndio baadaye nikapata. Goja, so usiku mnapatiwa posters, mnakoroga hii unga ya ngano, mnaenda mnapaka mna stick. Saa 10 unafanya mapema, saa 10 masaa 9. Watu wakiamka wanataka iko safi na baadaye unaweza enda. Na unajua unapia na hiyo story ukiwa very proud. Yaani you're very proud. Unajua ukikachini ufikirie vitu umepita kwa live. Yes. Ndio umefanya ukue vile huko. So siwezi change anything. Of course hiyo moment si poa. But baadaye unakuja kuelewa, unajua. Kwa hivyo unakusikiza keep fighting. Ya manze, kwa sababu zingine pia inakogania wea ya saja kutengeneza karakta yako. Yes. Nikifika mahali unaenda utakuwa msee anajielewa. So every day 200 shillings. Yeah. Lakini sana kama kuna kitu. Yes. Mnaweza kaa pia bila mboka. Lakini pia kulikuwa na boy fulani kwa Kuki, alikuwa anauzaga jaba. So usiku alikuwa anapenda sana kutengeneza hii mic vizuri. Alikuwa anaona baridi. So angeniachia nimsukumia mpaka kitu saa 6. Kupiga jaba ni mogoka. Lakini sasa ile ya kumalizia sile matawi. Unajua jaba kuja na robota. Robota ni hiyo mandizi. Unajua jaba uko kwa mandizi ile bag ya yellow. Yes. Asi robota moja anauza. Ikaribia kuisha ndo ananiachia. Na muuzia. So unalipo how much?
hiyo sana sana nilikuwa naifanya kwa sababu alikuwa na CD player. Na nilikuwa nataka kama ile ya kupractice. Oh no. So ilikuwa ni kama barter trade. At least hiyo time alafu makasoma si wengi hiyo time. So niko na CD player hapo naweza andika madoba. So hakuna kitu unalipwa? Akijisikia alikuwa kama msetu random leo anaweza amua kupiga hivi. Unataka tu place uta practice na CD player. Wow. Iwe mwanai. Oi mamwana. Alikuwa na CD player tu fulani hapo tu. So tuko napiga gatizi hapo kwa hiyo base yake. Alikuwa msempoa pia. Nasema tu hivi alikuwa connectors tu wa life yangu. Destiny connectors. It doesn't matter walikuwa wanakaa aje, walikuwa wanauza nini. Manze ilikuwa fiti. Ilikuwa poa sababu nilana lot. Unaona? So your time tulikuwa na group. Tukajitaga mafe fulani. Yani fe, uzwa fe zamani shenga zamani, fe ni bunduki. Sasa tuna speed ka fe. Sasa tuko wengi mafe fulani. Era ni genge ya vile. So mnauza majaba, mabakisho ya majaba pale mkipractice. So na ilifika mahali tu vitu kulikuwa na boy wangu fulani. Alikuwa anaitwa Omari. So Omari alikuja kaniambia ilikuwa ni Juma fulani. Unajua kuna ile siku unafiligi vitu haziendi poa. So mkiwa siku manze nilienda mosque. Ilikuwa Ijumaa. So nikaenda mapema. Ile na bonga tu na saja tu. Mimi nakwambia hiyo day nikitoka, Umara kananiambia baadaye nimetoka Tao, nimeona lori fulani. Hiyo time ilikuwa Celtel. Wamekanini hapo ati kuna talent search. Si uende manzo ujiandikishe. Mimi nikamwambia nilikuwa nimezoea hizo makampuni wanakuja hapo sijui na malori. Alafu manzeu ati wanasema talent search. Manzo ushapiga verse wanaanza huyu ama huyu. Huyu ama huyu alafu unapigwa tisho. Niko nachukia hizo mavae basi kwa nani bamba. Warudie. Manze imba tena. Huyu ama huyu alafu unapigwa tisho. Sasa mimi sikuwa napendaga hizo. Mimi niko nachukulia unachoma. Usiusiwa. Mimi nataka kwenda another step. Sasa kupewa t-shirt. Ala kanda pewa t-shirt. At least basi hata mlipia studio session, unaona? So mimi nikamwambia hizo ndio tunatukupewa matisho. Akaniambia hapana, hii inakaa serious. Kuna mpaka stage nini, si lori. So huyu ama huyu. Arudie. So mimi nikafika hapo, kufika hapo wakasema atukujandikisha lazima uko na line ya Celtel. Mimi sina hata simu. Nikapata tu good Samaritan hapo. Nikaandika tu na stranger. So hata sifikiri nikiandika namba ya stranger. Ndio labda angeamua kumpigia mimi sijui. Umsa akasema ni sawa akaniandikisha. Mimi nikakaa hapo. Manzi nikafanya hiyo talent search nikameza namba 2. Nikawa nimepatiwa phone. Nikapatiwa voucher ya 30,000 lakini ilikuwa August ikaiva December. So akasema hiyo ilikuwa siku za province. Akasema wataenda in every province wakichukua the best 3 artists. So niko na la Simba nikapata simu yangu ya kwanza in my life. Wow, naona ilikuwa Nokia. Kale 1110 kale kadogo kale ile ya snake ile. Hiyo ilikuwa simu yangu ya kwanza na Airtel ya 500. Wow. Na sina mtu wa kucall. Hauna namba ya mtu hata mmoja. Hakuna mtu wa kucall, kila mtu ako hapo ghetto. Ukimtaka utaenda kwa mguu tu. Na kwa mguu tu. So anyway nikapata my first phone. Alafu my mom hiyo time imemzidia. Ndio sasa akaenda kapigogo picha. Ndio kajulikana kwa na brain tumor, akaletwa Kenyatta. So alikuja mbele yangu. So mimi kidogo nikapigiwa simu. Sasa uko na simu? Nikapigiwa, tuliambiwa hiyo simu ndio tutawapigia through that phone tumewapea. So nikapigiwa, walikuwa wametulipia nini ile shuttle. Nikaingia Kanairo manze. Ujaja kuja umerudi Kanairo. Tukachukuliwa manze hapo tea room.
tukapelekwa kwa mahoteli manze, tunapelekwa manze mzee hoteli kaa hizo jo. Sasa nakumbuka kwanza kuna buffet nilikuwa nauliza uko sure tunaweza chukua kila kitu tunaona hapa? Nisikuwa nimeona buffet kwa maisha yangu. Ilikuwa amazing. Oya naambia kutoka hapa mpaka huko. Ati oya. Aone yako toraga. Ilikuwa my first experience of so many things man. Wow. Tunapanga hapo alafu anataka kujua kama nitakatwa. Unajua bado kuna ile majengo iko. Unaona tu kirushwa. Unauliza takatwa ama hii imelipiwa? Imelipiwa. Chakula. Tunauliza mkoshua tunachukua hapa mpaka mwisho. Na unalala kwa hoteli poa. Poa sana sana. Yote matongo ni plaka hoteli hata nini sijui. Sasa ningejua. Hoteli tu ni hoteli kwangu lakini ilikuwa poa. Wow. Manze kidogo tulika 1 week. Ate? So kulikuwa na activities tukapelekwa Nairobi National Park. Unaweza imagine tu ziko zime happen so fast. Niko ndio mimi sana niko kwa National Park. Ngafikiri za walami. Na umekuja after kukaa kama miaka ngapi Nyeri after form 4? Hizo ni miaka mingi. Unaweza imagine sasa nishamaliza form 4 umeuza jugu. Niko kama 22 hapo. Ni kama miaka 4. Nimekaa dry ghetto. Man. So everything was amazing and umeingia National Park. Umeingia National Park jo. Nisikia fiti. Ukirudi pala ni buffet. After kuona Simba. Sasa kutoka hapo nikakuja nini tukafanya sasa hiyo tukaenda kwa radio station kufanya ma interviews. Ate? Hata nakumbuka niliambiwa ni freestyle. Sasa mimi sijaambiwa ati uwezi kas kwa radio. Sasa mimi sijui hizi rules. Mimi ufai kusema vitu zingine. Kukasa aje? Asema zibaya. Unajua ni kutuambia sio kurudia. So language ya kutukanana. Lakini ilikuwa imengana na rhyme tu. Sasa nilikuwa natukana mtu mimi tu nile tu language sipo for the radio. But anyway, atukambo wewe kijana ghetto. Competition ikakam. Sio tuko marapa wanoma. Lakini manze walianza ku announce from 10 going upwards. Manze niko natoa ameitwa sijaitwa imefika namba 2. Roho yangu inapiga. Imagine jo ilikuwa the first time in my life nilioshinda kitu. Wala hiyo nilishinda yani kitu. Kashinda manze nikakuwa number 1. Ulikuwa kwani umepiga line gani? Unaweza kumbuka what made ilikuwa nilimbaza na kuliendaje? Ati? Nilikuwa kana hiyo song. Ndio uliimba? Ndio niliimba. Hiyo niliimba. Sasa hebu piga dry. Kweli jana kuliendaje? Susemeaje? Aje. Hivi ndo tutaanza. Gai wako. Anzia. Kweli jana kuliendaje? Aje. Kweli jana nilikunywaje? Aje. Kweli jana nililewaje? Aje. Yo waseni ambie kuliendaje? So nilimbaga yo song. Ilishika alafu hiyo chorus ni rahisi. Watu walikuwa wananijibu aje. Alongesema nilikuwa nimekaa na wasaidi tulifanyaga pale Uhuru Garden. Nikaannouncewa number 1 nikashinda ma equipment, nikapewa ma TV, piano, like ma instruments, gadgets. Na do. Do ngapi sasa hapo umeangukia? Wote imekuwa nilikuwa ilikuwa so ile 30. So nilikuwa na 130 na hata equipment ndio ilikuwa mob. So Clemo alikuwa so ilikuwa hivi walikuwa mlikuwa mna perform watu 3 alafu artist anajulikana na perform. Sasa Jua Kali na Clemo walikuwa kwa crowd. Jua alikuwa na perform. Yes. So mnyoka hivi kwa basi nikamwona mtu wa Satellite Clemo anakutafuta. Ukirudi Nyeri? Hapana, hapo tu kwa event after nimetoka kwa stage. Hata ni before ni announce number 1. Na Jua Clemo hiyo time anzia ameshika huku mbaya sana kiasi, mwata under 18, yani kumbe ni under 18. Nikalif records kila mahali beat ya Clemo. Shuka hivi manze napatana na Clemo. Clemo kanambia, ni aje? Nimefurahi sana vile umeperform. Hiyo song umerecord hiyo song? Nikamwambia hapana. Hata nina compete tu. Akanambia sawa, si nikupe namba nikupe namba yangu.
nataka kurekodi hiyo song. Wow. Imagine sikuwa naamini. Uni claim unaga kwa TV na wapo najua niko starstruck unajua. Yaani vitu ziko zina happen so fast. Kwa sababu mimi nilikuwa tu ghetto last week Monday. Umekelewa juu ya buffet, umetolewa kwa kazi ya kuuza jaba usiku. Na ndio huyu sasa ni Clemo ananitafuta. Oi. Exchange number na mwana wa rehema. Na mimi nikasave namba yake nikarudi nikachaguliwa number 1. Nikarudi Nyeri, nikasukuma mwezi wa kwanza Clemo simu apigi, simu ikipiga ingi. Magadgets umerudi nazo ocha? Nimerudi nazo. Umeuza? Sijauza. Nilipatia zingine bro kananiambia kuna buda fulani akona kanisa fulani hapa. Hiyo piano inaweza taka 3 kila Sunday. Tukaanza kukombolesha piano kwa church fulani. Mulikuwa mnalipwa? Alikuwa tupeka 3, unajua list kasande kuna kitu. Kuna kakiru kanaingia. Kuna kakiru. Kayo noma. Na TV. TV nilikuwa nayo. Zingine nikapatia bro yangu. But sasa manzi nikasukuma kama miezi kadhaa. Akasema Clemo alinisahau. Manzi. From nowhere tu Clemo akanicall. Hata jika nilikuwa busy yake. So ukirudi home umekodesha piano yako. Sana unachukua 3,000 na TV zako. Tunagana na bro 1.5 kila mtu. 1.5 kila mtu. Junior tafuta soko. Na ame make sure huo pasta anijui. Yeye anajua bro yangu. Ana maybe ilikuwa mingi, sijui hapa kwa ananigonga sijui. Sasa umerudi job gani huko? Mungethio. Hapana, sasa sina survive na hii do. Una survive au upige kazi nyingine? Mimi napenda tu kuimba. Of course nafanya hizo jaba moja. Lakini unajua pia nakumbuka nilipata ile voucher pia nikaongezea do nyingine ya hosi. Nilikuwa na do kiasi. Hii do ulipatia madhe? Nikabaki na kidogo ya kutumia. Ocha. Kwa sababu unajua yani kitu unafikiri budget ni nini ukifikiria. Unajua mimi nikuja Nairobi nikashtuka ati jaba huku ni 200. Yani Nyeri jaba ni 30 bob. Kuna jaba ya 30 bob. Angalia huyu. Huyu ni mkulaji jaba huyu. Sasa kabla ameshtuka. Kai wako. Kuna jaba ya 30, 20, 40 na 50. So unaweza imagine nikiwa na tao hiyo niko na budget kama ya wiki mbili na uko na pesa ya piano pale. Ukinunua jaba ya 50 ni kama mtu amenunua jaba ya so 3 Nairobi. Unawekewa kuwekewa. Yaani wewe ni customer. Yes. Wewe ni big fish. Umechukua 50. Unaona? Alafu uko businessman, uko na piano. Uko na njugu. Pasta Nes lazima tume piano Sunday. Kila kitu ilikuwa tu iko sawa. Dr. Edgar Thengere akogoroka. Mareke gwire. Watu utoka mbali. Ukweli. Na unasikia Rachel Jedi ne ndirakuona we UK mwetereire meja muthenya wa 28th. Kenyans in the party in the park. Very good. Sasa umekaa ghetto. Uko point ya keg. Clemo kanicall. Hello, Clemo. Kana menaji nataka ukuje Nairobi. Nikashtuka. So nikamwambia Clemo aina noma. So kulikuwa na best yangu fulani alikuwa konda wa number 9. Za Isili. Kulingana na yake kuja kutembea, unajua Adwa Nairobi. Adwa Nairobi moka gechagi. Yes, alikuwa anakuja kama amedunga antombe na kaga Isili. So nilikuwa najua kuna kijana anakujaga Nyeri utishaga kila December. Si nikamcall. Wakanyosto, nikampigia. Wakanyosto ni aje? Akanchapia wewe nikamwambia nimepata deal fine na Clemo. Nataka kukuja, sinaweza kuja kuishi kwako. Akaniambia na noma, wewe make sure umeshukia mlango kubwa. Hapana, kona mbaya. Kona mbaya pale Park Road. Kona mbaya na kitu kama hiyo. Nikashukia hapo. Sasa hizo siku number 9 zilikuwa zinapitaga Park Road. Zilikuwa zinaenda number 6 ilikuwa inaenda clockwise, number 9 anti-clockwise. Hata unashanga hizi ni games gani? Ni simu route moja lakini number 6 zimesoka. So niko nasimama tu hapo akuja ameniingiza kwa ile mata alikuwa nayo. Mimi nimeenda na hivyo tumekaa na yeye maliza job nini.
mimi anze kufika pale Isili kumbe jamaa anakaa Mathare place inaitwa Kosovo. Mimi shtuka hivyo. Alafu yote time kulikuwa na Kiawa kuruka. Kiawa ni nini? Mungiki. Oh, Kiawa. Oh, Kiawa. Kiawa walikuwa kila mahali. Sasa pale Isili pale Senti, sasa kuna petrol station. Zamani ilikuwa tu ni grao. So manze unaingia hivyo unateremka unapata Nairobi River, unapita Shake sasa ilikuwa place ya steam. Hapo unatoa steam, yani watu wa unajua watu wa Ng'ang'o. Ukishapita Shake unaenda hivyo juu unafika. Steam ni kukunywa. Hapana, changa. Nikunuzo Shake. Unapita Shake unaenda juu, unafika depo, unateremka unaenda Kosovo. So nilikuwa nakaa huko. Ilikuwa noma. Ati sasa hawa Kiawa ndio wamejaa. Kiawa walikuwa wamejaa huko mbaya. Kuna hivi kidogo unasikia wanagonga, manzini sikia jamaa ameshtuka ananiambia jo kuna 50 bob hapo. Na nini? Ina security. Watu wa 50 bob ya security na 40 bob ya takataka, alafu anaandika na chalk kama tu wa statistics. Na ndiko hapo hivyo huyu ameli anaandika na choka. Ndio. Wanakupea receipt. Ilikuwa noma. Walikuwa mpaka na receipt. Lakini ilikuwaga baadhi kulikuwa na security mbaya. But unaogopa unajua kidesign. Lakini hoteli zao walikuwa na some food poa. Ulikuwa unaenda hizo? Niko naenda Wanakupika nini? Chakula tu ya kawaida. So umeingia sasa huku Mathare. Niko Mathare Kosovo. Jehova. Umepigia Clemo? Sasa Clemo atu naishi Kosovo. So mimi naendaga natembeaga tu, unatembea tu straight ukitoka hapo ukitoka Isili hapo hivyo St. Teresa's ni straight mpaka California. Mguu tu. Ujasazo kuna activities unajua kama ni mbali. Basi sasa 27 watu wakaanza kufight. Ikakuwa noma. Sasa manzi kaanza kukuwa noma. Watu kaanza kupigana kwa moto 27 watu walikuwa wanapigana. The crashes sasa ilikuwa noma sana Mathare. Manze so hiyo ndio siku Clemo alijoga na ishi Mathare. Alishtuka. Ndio sasa mimi nilikuwa naambia na Kaisili. Alishtuka kwa nini? Lakini Mathare nikwambia hata kani kwa naishi ghetto, mimi nilishtuka sana. Ujemira nikishi ghetto, siku ni mwana gato ikula moshogi. Moshogi ni ile kichwa ya kuku imekuwa viazi. Nilionaga huko. Nilikuwa nimeshtuka. Ni kichwa ya kuku. Unaona kichwa ya kuku haina mfupa ya ndani. So ni ile macho, beak ni hiyo nyama ya shingo. Alafu inawekwa viazi waru. Alafu ni 2 bob. Manze siku ya kwanza mimi nashindo kukula. Msana anambia usiangalie macho. Nilijiona kama neno huko. Na unasikia una get stress na umedoka ghetto majengo. Sijawahi ona hivyo. 2 bob. 2 bob kula mpaka na mara. Kuna mara ya kuku ya 2 bob. Hapo kwanza kumejaa watu wa steam. Watu wa steam na mara ya kuku wana like mbaya. Mnezwa kama mara inatupagwa. Huko ghetto. Na ni tamu bedhe. Kuna madhana karanga hapo hiyo mara. Unaamini kuna mara ya kuku. Ati kichwa iko na waru inaitwa aje? Moshogi. Kai wako. Na hizo vitu zote. Modoshi wanaigwa wa yateriro London. Na to thiete wega. Oh my God. Same person. Moshogi ukaambiwa acha kuangalia macho. Piga waru. Hiyo nao nilikaa kabla nizoee. Watu ulizoea? Nilizoea baadaye kwa sababu so unajua hiyo time nikana Clemo, so unajua Clemo angenipatia ati ajui maneno yangu. So Clemo alikuja kuja unaishi kwa kutengeneza kwa ushanga. Hizi maushanga hizi. Sasa hiyo time Masai Market ilikuwaga hapa Globe. Unaona hapa Globe mbona wameka maduka. Hapo ndo Masai Market ilikuwa zamani.
So kuna msitu kwa natangezaga ushanga alikuwaga pale hapo garage hapo kama unataka kuingia Calif. Tukamtengenezaga hapo na unalipwa utalipwa chain ukimaliza. Chain moja ni 50. Hata nikwambia chain moja iko na makamba kama 50. Si chain moja yani iko na mauzimo nyingi. 50 umeanza biashara sasa huku ile tu ya kwanza tu kukula kupata food hivyo. Sababu at least Wakanyoso pia anakamthuru side nyingine. Wakanyoso ni nani? Sasa Wakanyoso ndo alinileta madhara. Huyu chali wa Isili. Na mwenye alikuwa kana dunga. Ungesema nataka na Ishikare. Alikuwa kana dunga huo boy. Ujo Mathare kumejaa Wagisu. Wanauzaga manjusu, wanatuagezo manjumu hapo. Wako na maviatu kali kali. Wangisu ni mimi sikatoa kitu Agisu, mimi kina nani zikani wako na Utanzania fulani tu wako. Wanauza vitu kali kali. Walijipata Mathare aje lakini wako na vitu kali kali. Link up za viatu kali kali. So umeanza kuuza ushanga na bado unaenda kwa Clemo. Clemo unafanya nini huko? Sasa kwa Clemo sasa niliambia kuja tu record. So Clemo akaniambia nile ku record pia ngoma mingi. Basi sasa unajua kama ameamua kunisponsor kufanya ngoma sasa kumpatia mashida zangu. Basi tuseme venye kulikuja ukaribika bidii nimwambie ukweli. Ndio sasa hapo ndo nika move in kwake. Uka move in sasa kwa. But hiyo part nimesema leo, sema hiyo part man. Wow. It's the first time hiyo part na nimeomit. Oh nice. Sasa akakuhost. Clemo anakuhost wapi? Kwake ku Parklands. Umetoka kwa kichwa ya kuku niliruka shwa mpaka Parklands. Kwanza niko nashanga sana mazema ni bwa Clemo ni Wahindi. Mimi siona hivyo. Jumi najua Muhindi jua anafaa kukuzia vitu. Clemo ni maneiba. Unajua zilikuwa shocking to me. Unajua niko na umetoka ile kuku tumesema tunaita Moshogi. Umetoka kwa Moshogi? Umeenda Parklands. Sasa ni wewe na Wahindi. Sasa ni mimi na Wahindi. Ni kama movie. Atinambu ati Wagisu ni Waganda. Ni Waganda. Okay. Moshogi Parklands. Yes. My God. Akakuhost. Akanihost kwake manze na wifi yake. Wow. Manze hiyo kwanza ilikuwa noma. Alafu sasa alikuwa ame rent nyumba mbili. Ya kwanza alikuwa anaishi, ya chini alikuwa amegeuza kama studio. But ilikuwa na bedroom na nini. So nilikuwa naishi huko. Wow. Nilikuwa naishi manze asi ilikuwa dream aje nilikuwa nalala mali studio iko. Wow. Alafu akanifundisha kujirecord, nilikuwa na record mbaya. Sikia, ulikuwa unakaa majengo unalala ukiuza jaba mugoka ndio upate mahali kuna VCD ndio upractice. Sasa God amekuleta Nairobi, amekuingiza kwa Clemo kahostiwa, your dream kuna studio na unalala pale. Nalala hapo baka nikaanza kujua kutumia mashini za studio. Kama kuna instrumental na nasikiza instrumental kwa YouTube na jikatia na loop na record tu. Na Clemo niko na ideas hata hizo manikopoa hizo nilijirecord mwenyewe na mabits zingine. Ndio Clemo tu akajua akatengeneza instrumental. Alikuwa anafanyaga hivyo. Wow. Anafungua folder yangu nimejaza mangoma juu nilikuwa dream yangu najua. Wow. So umeanza kujirecord. Apart from music unafanya nini ama tu umefika Parklands? Hapana, sasa niko na Clemo. Sasa Clemo anipea everything. Lakini mimi sikuwa nimeweza kupewa kitu. Unajua ugeto bado inakucheza. So Clemo akiniacha huko, siendi lunch ni wifi yake anamwambia meja akuja lunch. Clemo anataka mbona kwenda lunch? Sasa mimi naona aibu kwenda kubisha. Unaelewa, unaona sasa nipea place ya kulala. Wananipea sapa. Production. Sana naona kuna kupisha food unaona nasikia aibu. Sana nafikiri wifi yake alinotice msi hata ikuja kuchukua food. So alikuwa anakuja kana anaingia mlango ya nyuma hapo ya kitchen anaacha. Na amekuwekea food. Anaacha food hapo. Ama Clemo alikuja asubuhi tunaenda naye ile studio iko kali. Tunaenda naye studio. Clemo tukwenda asubuhi 8 tuko studio. Wow. Tukatoka 6 7 every day. So ni kurecord utaachilia hizi ngoma? Ndaachilia jana kuliendaje sasa? Ikiwa imerekodiwa. Sasa nimerekodiwa na Clemo. Tukaachilia ile ngoma.
Saa kuachilia ngoma bado nini haiishi. Hii maneno na violence haiishi. Nikajua ile mziki imepotelea. Kwa hiyo confusion mingi. Lakini from nowhere manze ilianza tu kushika watu. Yenyewe tu vile Kibaki alisalimiana na Rao, watu wakatulia. Ikaanza kucheza pole. Ndio hiyo. Ikaanza tu kushika wasee. Manze na hivyo ndo maisha yangu ikaanza kubadilika tu pole. Music sasa imeanza kutamba. Hapana, sasa kile muda atanipeleka kwa mall mara ya kwanza. So kwa miaka 20k. Talk to these young men and women. Kama 24 hapo. Real Gen Z. Kile mwaka nipeleka kwa mall. Akanifanya niambie kwanza humuka manze unjo saa mimi. Mall ndiko nasomaga shule kwa textbook. Ati there's a place called Uchumi. Iko na kila kitu. Unajua ukiwa huko up country unaambiwa mall yani ni mtu anakuambia kama heaven. Uwezi unashangaa. Ilikuwa ile lifestyle. Ile mall lifestyle ya tao ilikuwa za mall za kwanza na Nairo. Nakumbuka nilikuwa manze impressed yani niko ikitu place na kafiti jo. Kile mwaka ananiambia chukua nguo. Nataka uchukue nguo. Mimi nenya kwa hii shop naangalia hivi jeans jo naona 3,000. Nasema ningekuwa mtumba manze hizi ni jeans nyingine kama 10. Nikaambia Clemo ati mimi Clemo mimi naonaje hizi pesa unipe niingie wadhi. Anaambia nimesema uchague nguo. Mimi naambia wadhi naweza pata mingi. Hata ikusikia. Jubado ija niingia naweza spend pesa hivyo. Unaona bado ile nilikuwa mimi by then nilikasana kabla hata nianze kutoa ati pesa fulani ni mtu fulani. Unaona? Mimi yani sielewi yani. So ukafanya shopping. Nikafanya shopping. Alafu nafikiri mara kwanza I think ni venye kile moja niambia lakini nafikiri pia niko nanuka kajasho. Tuliingia hivi kwa mola akaniambia kuna kitu inaitwa roll on. Ile ilikuwa the first time nilikwambia unapaka kwa makwa. Unapaka kwa makwa hapa. Nikamwambia wallahi hii sijaiambiwa na mokoro ama nini. Akaniambia inaitwa roll on. Piga huko anasema oya, akwambika jasho kidogo. Nikajua. Na nikwambia kitu fulani modhoni. Sasa nisipojipaka roll-on, nasikia kajasho. Unashangaa niko naishi aje zamani. Na zamani sikuwa napaka roll-on. Lakini sasa nishaingia kwa hiyo maisha ya roll-on. Gai wako. Ukachukua karolon akakwambia ya kupitisha makwapa. Unapitisha makwapa at least unajua. Sema asante. So nilikuwa na pata hizi vitu for the first time. So kulikuwa na kitu cha Golatiniz. Hii cha Golatiniz kulikuwa kama tunaweza kumbuka kulikuwa na entrance. Ukiingia unaweza ingia na limousine. Kulikuwa na hii ni siku za awards. Awards ikiwa Kenya kulikuwa na awards kutoka Golatiniz awards. So imagine kuna certain politician kutoka Rift Valley alikuwa mbambika sana na story yangu. Juu nilisema story yangu kwa TV. Aka approach watu wa Chagolatiniz. Akamwambia anataka kupatia Meja chopa yangu imuingize Chagolatiniz. Haki ya Mungu. Mimi kile mwana na mezi vitu unasikia vitu zina happen haraka. Mimi nachanganikiwa na maisha. Nikaambia hata siamini. Mimi nakwambia hiyo chopa ilitoka Rift Valley asubuhi ikaland Wilson. Nimeingia mimi the first ndege niliyoipanda ilikuwa hiyo chopa. Nikapanda mpaka alafu nakumbuka huyo pilot alikuwa anashangaa mimi ni nani, like ameambiwa toke Ngware hivyo. Ananiuliza wewe ni nani kijana? Mimi namwambia mimi naimbaga tu. Wewe ni Meja. Lakini imagine nilikuwa huyo msee alibambika na mimi tu hivyo. Akanipea chopa John kiingia nayo Carnival. Carnival. For the first time. Kwa sababu kuna hiyo video naangalia chini na umekilima kwa ananiambia angalia watu smile. Kwa sababu
Sina confidence. Unajua yani hii spotlight sijazoea hizi vitu. Manzi. Ulikuwa unaangalia chini? Nimeangalia chini kwanza naona kwanza vile yani ilikuwa yani Mungu tu yani mimi sijui niseme nini tu. Nasema tu Mungu asante tu. Yajua vitu zilikuwa zilianza tu ku unhappen tu. Umeingia sasa kani? Utasema umoro ni mgani alisema upo ndege? Hapana, alisema hakuwa anataka kujulikana. Sawa, we filter. Sawa. Hata siko hii sema jina yake. Very good. Yeye alikuwa amebambika tu. But ulishukuru sana. Umeingia carnival, bado uko shy, umepiga majins marolon. Umeshinda? Nikashinda best new artist, best new song. Wow. Best video, nilikuwa na awards 3. Hold there. Kuna our upcoming artists. Tumnawaona hao anguka nayo na whatever. Ukiingia online unapata watu wanawabuli ati you don't have energy au ongei na crowd, hauna confidence na umeanzia tu. Acha nikwambia hata mimi nilikuwa hivyo. Kwa sababu unafuelewe mtu ametoka kama mimi nimetoka na kwenye nimetoka. Everything is new to you. Yes. Unanielewa? Unaona interview fulani ni your first interview, ujuji bebeaji au juu useme nini. Unaona lazima upatie mtu time ya kugrow. Hata mimi kuperform sikuwa naangalia watu, nilikuwa naangalia ili kwa vita na claim, angalia watu smile. Sasa nikaanza kuangalia miti, naangalia mata, ndio nikikaa hivi nafikiri na kuangalia kwa sababu nilikuwa nikiangalia mtu nasahau lyrics, naanza kufikiria mambo. Unaona sasa mademu wa supu. Hata si hapana, inakuwa hivi unasema kila mtu mkono moja. So nakuta kama kila mtu amenua mkono, kuna yule mtu pale amevaa red hajainua, anakusumbua akili. Unaelewa? Like unashanauliza mambo unako. Mbona unse ni mtiaji? Unaelewa? Lakini lazima uendelee na show, lakini hata show ikiendelea unafikiria tu ule mse wa red ule. Unajua? So nilitake time kwanza kuwa na courage ya kuangalia wase. Mimi then nikiingia mahali nione uko hapa mbele. Na niwe pekee na kumeboeka mtu wa mtu mbele wenda huko nyuma. Wala mimi ni juu najua venye inafanyaga mtu akili akuwe distracted. Yes. So ilikuwa hizo. So nikaanza kuwa na courage pole ilikuwa hivyo. Mimi hata my first campus show nilibuiwagwa. Ndio nilifanyaga pale Parklands Law School. Mwanzo wamesema nimeingizwa hapo hivyo ati Joe unimeja na by the nikaingia gapo ilikuwa gani sijui kama naweza sema alikuwa so Sprite. Na manze asemi huko ni mwa big up sana kwa sababu atafuta kubuiwa hako iniacha walifanya gatua na mimi. Ulikuwa natua sasa uko sponsored na Sprite. Nilikuwa show ya kwanza ilikuwa hapana unasema nini mpaka nimetengeneza poster ati coming soon nimeandika hapo bongo la biashara niko poa. Sasa nimepea best yangu ati kila mtu akiingia apatiwe poster. Mimi na kwa best yangu aliniambia ni kama kila mtu ameangusha poster yako chini. Unaangalia hivi ilikuwa show ya bake. Unaangalia hivi Sadiliovo kumejaa tu poster zangu ziko watu wamekanyanga. Sadiliovo ni nini? Ni place nyingine Lang'ata ya bake grao. Watu wameangusha poster. Maposta zote zimeangushwa chini. Hawataki? Sasa tu wanijui. So mimi nimeingia pale manzi niko hapo. Jo kulijana kuliendaje? Wase sasa watu wanataka kucheza baki. Besi yangu sababu besi yangu amepewa akona Amerika nisaidie ku hypose. Acheni hizo. Nasikana kwa zile za wewe toka tucheze baki. Nakumbuka nilikuwa nasikata kulia. Naambia Clemo, hii kitu imeanza kai imeisha walai. Lakini ilikuwa ni prepare. But after hapo nikaanza kujua ku control crowd ni pole. Yes. Lazima upatie mtu hizi kuwa na new song leo expect a perform ni kama amekopa miaka mob. True. Lazima upate experience. And that is what the listener anataka. Miracles. Yes. Hata ni kama juzi nilipata na video fulani kwa TikTok ya Samido na mse mwingine tuko nani alikuwa na mabibi Mbekse. Mwigai wajoro. Mwigai. Ati alikuwa na mabibi Mbekse.
Kuna video niliona Muigai na Samido ni kama wanatukana na huyu. Wanachongana. Alikutoka huyu nini. Nikasema do you think hiyo si imekuja kufuta miaka ya kuperform? Yes. Umenyelewa? Uwezi kwa tu na ngoma moja kikuu leo uko na idea kaa hiyo. Hawezi. Hapo nilikuwa naenda hapo. Yaani kitu kama hiyo ni wameperform sana. Wako na CD inaweza tuchongoane. Ina kamba experience. Na ina entertain watu. But sasa tu wana expect ukianza ukue mnoma hiyo. It can't happen. So karibu ulie hii Sprite tour. Yes, nilikaipiga tu poa. Na hivyo vitu zikaendelea kukua tu poa. So ukaanza ku-release ngoma. Nikaanza ku-release ngoma. Unalipwa. Umeanza kupata tu ganji. Napata tu ganji. Ni bado naishi na Clemo. Naishi na Clemo bado. Hachoki lakini sasa Clemo ilikuwa one bedroom hiyo keja. Mimi nilikuwa nakaa chini. Sasa Clemo akaniambia mimi nataka kuhama. Na nataka kukuacha huko. Nikaambia Clemo mimi siezani na rent ya Parklands. Akanambia sawa, enda utafute nyumba. Nikaambia mimi nataka kuishi huko either Umo ama Isili, kuna mahali naweza pata bed seat. Clemo akanambia hapana, utaishi huku. Amini unaweza. Ambia Clemo mimi siwezi. Ate? Mimi nilipa rent kaa hizo. How much? Ilikuwa hiyo time ilikuwa 207, ilikuwa 17,000. Ate? Hiyo time. Hiyo time. Na by the way after nini ilimalizwa juu nini jengo nilikuwa tu hapo. Hii nini Thika Super Highway. Sasa wenye waliongeza na huku ndani rent ikapanda zaidi. Na nakwambia kuacha pale. Manze sasa akaniacha hapo. Sina kumbuka nilikuwa naogopa, so hata niliambia bisanga kuja kuishi na mimi tuna share rent. So pole hivyo nikaanza kuzoea. So nikaanza tu kukua stable hivyo pole nikijipanga na life. Umeanza kuitwa magigs. Nimeanza kuitwa magig. Of course mara ya kwanza sikuwa najua maneno ya finances vizuri, ni kutimbu hapa na pale. Shikilia hapo. Hapo sasa ndio vijana wanatupia mbao. Hapo ndio tunatupia mbayo. Hihi ni uĩ atĩ system ya token meter yaku nĩ ĩrabatara gũkorwo updated? Nĩ ũndũ mũhũthũ na gũtirĩ marĩhi. Wamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ Kenya Power, ĩkĩra kodi ya mbere nĩguo ũreset, ũcoke wĩkĩre kodi ya kerĩ nĩguo ĩkorwo ĩ updated, gũtigĩrĩra token meter yaku nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power. Unaomba serikali tusaidie. Na mimi kwanza bwana yangu ni mlevu. Kuku yangu ameniibia. Order. Leo tuna demand return of the Jiko we know and trust. Jikokoa. Si Jikokoa ilikuwa na trade pesa. Na hata ileti moshi kwa nyumba. Madam, Jikokoa ni ile tu imebadilishwa jina. Saa hizi inaitwa Ikoa. Ni ile jiko mlikuwa mnaipenda na kuienzi. Ile jiko inatumia makaa kidogo kupika chakula kingi na inakaa. Walichukua kila kitu kizuri kuhusu Jikokoa na kuifanya kuwa bora zaidi. Ikoa. Ungesema kitambo. Nimesema Ikoa. Ikoa patikana. Jikokoa is now Ikoa. Now introducing electric stoves, gas, grill and cooking accessories. Upgrade today. Ikoa life-saving stoves. Right, thank you so much. And twacokereria na twina Major himself. Andũ aingĩ mamwĩtaga Okonkwo nĩ agũtwĩra angĩgakinya kũu gwathiaga atĩa. Mũndũ ũgwĩtwo Gathemba Kĩenyũra atuĩka ati ume float. Ai, mimi najua mbwekse. Sasa mali hajashikanisha ni ati Samidu na Muigai wote ni mbwekse. By the way. What by the way ni mbwekse. Major. Umeachwa Parklands. Yes. Finance kidogo imeanza kukutisha, and I think that is where most of us including me and many others tunatupanga mbao ukianza. Umehit nimehit manze do ina come do ikikuja ndo masherehe hapa na pale. Alafu tabia ingine nilikuwa napangia pesa ijaingia. Juu nimeambiwa kuna show mbili Saturday Friday na ingine next coming nini sasa mimi nikitimbua hii na timbua nimepanga na ya Friday na Saturday. Timbua ni kukunywa ile tu ile kusakuru kujipanga poa na finances. So sikuwa nimelan hiyo story ya
yani so hiyo time niko tu I'm finding my way. Haujijui. Inafika Friday unaambiwa unajua wale watu wa Friday wamecancel. Wamesema itafanywa next month. Ina noma, kuna Saturday. Mwenye Saturday unasikia wamesema tulipa na check. Na hiyo check itasainiwa Monday. Unasema ina noma, Monday si mbali. Inafika Monday, check inaruka. Hapana, kule mtu anafaa kusign, alikuwa ametravel nje ya nchi, atakuja next week Friday. Oh no. So nikaanza kurealize, nikaanza mimi mwenyewe tu by my own mistakes, alafu pia Clemo nikaanza pia kuni advice. Nikaanza kurealize maneno ya kupanga pesa hauna. By the way, we are losing there. Unapangia salary na ujui kama utafutwa. Umeipangia yani, alafu so Clemo akanifundisha kitu, lazima ile do uko nayo. Yes. Accountability. Hiyo do uko nayo unafaa uipange karibu mwaka yako yote. Yenye uko nayo saa hii. Yes. Ndio unafaa ujue ndio pesa uko nayo saa hii from now mpaka December. Yes. Nyingine jaingia. So nikaanza kuchange mind yangu. I love that. The way I view money. So mimi siwezi panga na kitu sijashika na mkono. Hata juu tunashinda tukikuhype hapa UK. Uopangi na UK next week. Unapanga na yenye uko nayo. Kesho manze jenzi wanaingia JKIA. Yes. Oh yes. Unanielewa? Kesho unaweza sikia jo tusalimie JKIA. Sio mimi nakosa kwenda. Sanda kazi nimetimbwa hapa do ati nienda UK alafu tena wako wanadandia mandege. Unanielewa? So ni lazima ujipange na venye uko sahi. Finances zako. Nikaanza kulanivu. Alafu pia nilikuwa na mabeste yao. Sikuwa najuaga. Nilikuwa na mabeste. Na Clemo kwa ananiambia si marafiki zako. Na ni ukweli kwa sababu nikianza si nilikuwa tu na Clemo. Yes. Na kina Wakanyosto. Hawa wengine walikuja baadaye. Nikarealize watu wengine ni mabeste wangu. Mimi kwao ni kama mimi kwangu wananichukulia kama vile unaweza vaa nguo kali. Unaona? Ikisha fashion unatoa. Azina hivyo na pia ni mtu akona gari poa nini. Alafu unajua na meja. Unanielewa? Wewe ni kama tu part ya completion ya the friendship. Akaenda kukatia madem. Unanielewa? So nikaanza kurealize kitu manze, nikaanza kukatakata watu. That's umeona vile nimekuja hapa, nimekuja peke yangu. Oh yes. Umeona? Nimekupata kwa parking peke yako. Na by the way muenda hivyo, mko peke yangu yani. Hata maandamano nilienda peke yangu. Do you realize watu wengi wanakutaka to use you? Yeah, maze nika notice kitu moja, ujamini nikuja na akili ya mushadha. Ukiishi mimi kwa nimetoka nilikuwa na mama yangu tuko naishi kwa plot. So nilikuwa naona watu walikuwa wanasaidiana. Na mimi nimelelewa hivyo. Nimelelewa kama kuna shida, kuna kitabu inatembea tunasaidia mtu fulani. Kama kwa mtu fulani ana kitu tunamsaidia na kitunguu na msaidia na kibiriti. So nilikuja ndio mentality na hiro ya mushadha ni geshagi yani nilikuja na hiyo akili ya mushadha. Kwa sababu nilikaa huku nikarealize Nairobi haiko hivyo. Ni kutumiana. Kumbe rafiki yako ni rafiki kwa sababu kuna kitu anapata kutoka kwako. But nilihave to learn the hard way. Unanielewa? Lazima ako ka story utatupigia dakika 2. Ndio sasa to learn. Tuache kukua na mbogi mzima hapa na we are using each other. 2 minutes tugeshokereria na meja. Wow. Neza mugwaja na dagika imwe mathaa ukimenyithio ni Petans Driving School Kiambu Road werekere DCI ni hari Muikuruko nayo kona dangerous overtaking overspeeding muoyo waku wina bata. Driving course syllabus ya Petans Driving nikuite good character, discipline, patience. Weyandikithie umuthi Kiambu Petans Plaza, Githunguri, Kamwagi, Limuru, Gatudu, Kikuyu, Ruaka, Banana. Witeithie Juja, Makongeni, Ruiru, Gaciĩ. Thimune 0721 32 83 83. No weyandikithie kuhitukira our website www.petansdrivingschool.co.ke. Petans Driving School, tunakujali. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Muigi. Wanjeri ameweza kufanyiwa upasuaji ambapo marisasi 3 imeweza kutolewa katika mwili wake, na tukihota kumenya kana mundu ucio uraikirie rithathi yo irahurire Wanjeri kana ni akoerwo hatua. Sisi kama female journalist tunasema tunataka huyo polisi atolewe leo
Tunataka kumuona, we want to see his face. Watu innocent wanauawa bure. Serikali inafaa iangalie maneno bwana. Ukikuja kuandamana si kuharibu mali yetu. Sisi si Ruto, angalieni Ruto lakini si kuharibu biashara zetu. Oma, uigirireku no shaba. Minista munene arathingata mbeu njithi metheme gutwaririra bururi wagagu-ini na gicunji kia 81 harĩ igana kia a Kenya ni maranyita mbaru mirurungano. Ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi na ni mwihoko wakwa uri mwega. Maya ni mohoro ma thaa 7 cia miaraho imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya mbere. Ni njitagwo Wangui wa Ndirangu. Minista munene Musalia Mudavadi ni athingatite mbeu njithi gukorwo na wetereri na kuhe thirikari ihinda ria kugacirithia maundu maria mogomete ona kana matarathie kuringana na wendi wa muingi wa bururi. Arakinyiriria kuga thayo wa bururi ubatie kuyukio na uritu munene, akiheana ngerekano na mabururi mangi maria marigaine na bururi wa Kenya maria mekorete hatikaine kumana na wagagu uria wagithitie thayo mabururi macio. Arakinyiriria kuga bururi no woe ihinda iraihu makiria kuwaka ringi ona mirurungano ino yathie na mbere na gucungiriria hathara iria ikoretwo ikionekana. As we reform, as we put the corrective measures in place going forward, our key anchor must be peace and stability. It is easy to take it for granted, but I can tell you there's no peace in Sudan today. They are scattered. 23 million people, or 25, are facing a serious humanitarian crisis and total hunger. 10 million have been displaced. In some of our neighboring countries, there are serious challenges. So let's not, as a community, as a society, take our peace and stability for granted. The countries that have suffered have taken up to 40 years to start showing signs of recovery. Mudavadi gukiregwo no athingatite atongoria othe agithirikari na matari agithirikari gukinyanagiria uigiririki wao hatari na muhuthia. We have a country to protect. Let us work together. We have made mistakes along the way, and don't be cheated. For as long as you're a human being, once in a while you stumble. Our forefathers were there. They did what they did. You cannot say they never made mistakes. They did make mistakes, but they held on to the country. We are here today. We shall make our mistakes, all of us, but the country must not go down with our mistakes, because there'll be another generation to come and take over. I thought that sometimes we should not shy away from speaking to some of these issues, but in a sober manner, so that we all reflect on them. We take criticism as it comes, we learn from it, but always a moment of meditation, taking a step back and reflecting. Na gicunji kia 81 harĩ igana kia a Kenya ni maranyita mbaru mirurungano iria ikoretwo igitabanio ni mbeu njithi guku bururi-ini. Riri gicunji kingi kia 18 harĩ igana kia a Kenya gitaranyita mbaru mirurungano iyo. Ũũ ni kuringana na uthuthuria uria utabanitio ni kambuni ya uthuthuria ya TIFA uria wonanitie ati unyiti mbaru uyu nduri na mithingi ya kiuteti kona gicunji kia 79 harĩ igana kia a Kenya na ni makiria aria maranyita mbaru mirurungano ino maugite makoragwo makinyita mbaru mwaho wa kiuteti wa Kenya Kwanza ona gutuika gicunji kingi kia 91 kia arumiriri a ngwataniro ya Azimio ni maranyita mbaru mirurungano ino. Uthuthuria uyu ningi no wonanitie ati gicunji kia 75 harĩ igana kia a Kenya ni makuruhanitie maabitha a borithi na kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira na arurungani. Gicunji kingi kia 17 harĩ igana kia a Kenya makiregana na uhoro ucio na kuga ati maabitha a borithi ni marahuthira hinya uria wagiriire kung'ethanira na arurungani acio. Oho uthuthuria uyu no wonanitie ati gicunji kia 67 harĩ igana kia a Kenya ni maranyita mbaru itua ria mutongoria wa bururi ria gubunja ndundu yake ya a minister. Riri gicunji kia 20 harĩ igana kia a Kenya mataranyita mbaru itua riri. Na maya mathiete na mbere oriri ugitiri ugacirithitio na gikiro kinene kiharo-ini kia Uhuru Park guku Nairobi thutha wa mbeu njithi rika ria Gen Z kuruta mukana wa kururungana nginyagia kiharo-ini kiu. Mbeu njithi aya marutite mukana wa kururungana oriri inspector munene wa borithi wa ihinda augite matigwitikiria mirurungano o yothe gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi.
araheana itumi cia hathara iria ahũri a biacara makoretwo magĩtũngio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Na thirikari nĩ ĩtete mũigana wa ciringi bilioni 6 kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. O nĩ kũringana na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ũrĩa augĩte riboti ĩyo ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA. Mwaura arauga wona mĩrũrũngano ĩno yathiĩ na mbere nĩ gũkorwo ĩkĩhotomia ũtonga oro hamwe na wonjoria wa bũrũri na gĩkĩro kĩnene. Kumana na ũguo, rĩu Mwaura arathingata mbeũ njĩthĩ kũrũgamia mĩrũrũngano ĩyo na akauga atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ athikĩrĩirie na agakinyanĩria mendekithia marĩa makoretwo namo. The country has lost approximately 6 billion shillings according to KRA as a result of the demonstrations, and fears abound that if the protests continue, the economy will have a negative impact in this new financial year as well. And we have a huge tax hole as a result of the rejection of the finance bill of 346 billion and the carryover of expenditure from the last year pending bills of about 220 billion. As a government, we therefore make a passionate appeal to our children and our youth to reconsider their plans to hold the demonstrations, since that which they were clamoring for has been acceded to, and that these demonstrations have been infiltrated by goons whose aim is to destabilize the country's peace and prosperity. Ihinda-inĩ oro rĩu Mwaura arauga kuona atĩ mĩrũrũngano ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩkĩingĩrĩrwo nĩ imaramari, mbeũ njĩthĩ matiagĩrĩirwo gwĩtĩkĩra kũhũthĩka nĩ arĩa marerĩkana kũheana mbeca na kũmarĩha na itanya rĩa kwenda mathũkĩrĩrie mĩrũrũngano ĩyo. Let us reject self-seekers whose aim is to gain from the foreign donors and sponsors who do not wish well for our country, and we get back to our daily livelihoods and build our nation with love, peace and harmony, with an eye on cohesiveness and unity in our society. You are dedicated to positive change is commendable, and it is now time to channel our energies into constructive actions that serve to drive our nation or to move our nation forward. Ikundi cia aruti a wĩra wa mũingĩ arĩa mena ngirimiti cia CBA ciĩgiĩ nyongerera ya mĩcara nĩ mathĩtwo kũgĩa na cikaro na ministry ona kana honge itiganĩte nĩguo kũgĩa na ũiguano wa ũrĩa ngirimiti icio igũkinyanĩrio kũrũmĩrĩra itua rĩa thirikari rĩa kwanĩrĩra kũrũgamia nyongerera ya mĩcara kũrĩ aruti othe a wĩra mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. Kamĩtĩ ya kũramata mĩcara SRC nĩyo ĩheanĩte mwerekera ũyũ ĩgĩkinyĩrĩria nyongerera ĩyo ya mĩcara ndĩgũkinyanĩrio mwaka-inĩ ũyũ kũrĩ mũruti o wothe wa wĩra wa mũingĩ. Kũringana na ndũmĩrĩri ya kamĩtĩ ĩyo, itua rĩrĩ nĩ kumana na mĩhang'o ya gũthũrima na gũkinyanĩria nyongerera ya mĩcara ĩyo kwaga gũthukĩrwo kĩgĩna kĩa mĩhang'o ĩyo kũrũmĩrĩra gũteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Na mũthia aikari a itũra rĩa Kayole mwena wa Naivasha nĩ matũngĩtwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 15 wa kĩrathi gĩa form 1 gũkorwo erutĩte muoyo na njĩra ya kwĩita mũciĩ-inĩ kwao ta ũrĩa Wambogo wa Gĩthĩnji aratarĩria. Kũringana na John Kinuthia kuma gĩkundi kĩa Gender Networking Cluster kuma mwena wa Naivasha, augĩte kairĩtu kau karambĩte kũhũndũrwo na mũciĩ kwao kuma thukuru ĩrĩa karathomagĩra, akĩongerera kuga ciĩko cia ciana nini kwĩgeria kwĩruta muoyo nĩ ciambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Mũrutwo wa mĩaka 15 kuma cukuru ĩmwe ya secondary gũkũ Naivasha ũrĩa wĩrĩkirie kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩcuria na mũkanda. Nĩ ũndũ ũkoretwo wĩ wa kũkĩmako mũno tondũ nĩ tũkoretwo twĩna cases ta icio cia ũhoro wa ciana nyinyi, ciana cia cukuru kwĩruta muoyo na njĩra ta icio, ingĩ nĩ kũgeria kwĩruta mĩoyo. Nĩ tũraigua mwana ũcio ararĩ cukuru nĩ mwana wa form 1 na nĩ arakoretwo na tũmĩtugo tũregenyũkĩte, na nĩ kwa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ cukuru ĩkonerera nĩ wega ĩtũme mwana ũcio nĩgetha oke aheo counseling na gũkũ nja na acoke cukuru na marũa macio ma cancer. Amwe a aciari kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ maũrĩtie aciari arĩa marĩ na ciana nini rika rĩa mumo kũgeragia gũcitara na gũciarĩria kaingĩ na kaingĩ nĩguo kũgirĩrĩria maũndũ ta maya. No hoe ithuĩ ta aciari tuge na ũndũ ũcio wa kwarĩria ciana na andũ a itũra ona makanitha-inĩ
tuge na ihinda rĩa kwaragiria ciana citũ nĩ tondũ rĩmwe nĩ iragĩa na thĩna wa meciria na ikaremwo nĩ kwĩyaria, kana rĩngĩ mwana agakorwo na challenges aragerera akaga handũ angĩji expressera. Ningĩ hoya tũtanamba ona kuoya ikinya o rĩothe ũkamba gũthikĩrĩria mwana na ũkamba kũmwarĩria, ũtanamba kũgũtha mwana kana kũmwĩka ũndũ amba ũmũthikĩrĩrie na ũmũhe ihinda rĩa kwĩyaria. Handũ-inĩ ha Kameme Kayuka mũingĩ Naivasha, njĩtagwo Wambũgũ wa Gĩthĩnji. Na niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Nĩ tũgomane nĩ ũndũ wa mohoro mangĩ wona ciahanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thaa mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka mũingĩ. Nĩ kaba ũtwarithie ngari kahora ũthekagĩrĩrwo nĩ gũcererwo handũ hotangerie ngari ũrĩragĩrwo wonete mũtino. Thiĩ o kahora nĩ ũgũkinya gũcererwo ti gũtĩra. Gũkũ Petans tũkũbundithagia ũbacĩrĩri barabara-inĩ, patience na discipline, o atĩ we na arĩa ũkuĩte matirĩ na wasiwasi. Ũkana Ikuru, Naivasha, Girigiri, Nyahururu, Olkalao, Narok, Eldoret na Kitale. Thimũ nĩ 0705050504 na Facebook nĩ Petans Driving School Kenya. Petans Driving School tu na kujali. Kameme Kayuka mũingĩ. Kameme Kayuka mũingĩ. Kilifi tumewasili. Sasa unaweza kuburudika na Star Times DTT kila eneo la mji wa Kilifi. Watamu, Matsangoni, Barane, Jaribuni, Tuva, Takaungu, Dindiri, Bomani, Chasimba Hill, Kibaoni, Kaloleni, Mbunyi, Kikambala na Mtwapa. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder, uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times, enjoy digital life. Hi, thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme Kayuka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka. Nĩ ngatho kũrĩ mũthikĩrĩria witũ gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya. Nĩ ngatho kũrĩ ũratũthikĩrĩria, we ũratwandĩkĩra. Asante sana. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna njorua ya kothi na nĩ ndĩrakena mũno tondũ andũ arĩa mũno makĩria ngwendaga makorwo makĩnyita ũhoro ũyũ nĩ maraũnyita na njĩra njega. Na magakorwo makĩarĩrio na makamenya waigua mũndũ nĩ aretwo gũkũ na gũkũ na ti kwĩethera nĩ gwĩtwo na kũruta wĩra na gũkinya hau nĩ gathabarĩ mũndũ akoragwo agereire. Koguo ngacokia ngatho mũno makĩria nĩ gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ tũgeneirwo nĩ mwanake ũgwĩtwo Major Harija all the way from Nyeri County Majengo. Rĩu nĩ aingĩrire taũni na nĩ aratũtwarithia wega, tugakorwo tukenete muno makiria. Nĩ ngatho. SMS nĩ nyingĩ muno ate wow nĩ ndamaka nĩ kũigua Meja nĩ ũmwe witũ. Ũcio nĩ Ngugi Isaac ekũrĩa Mombasa. Asante mafanza aitũ arĩa mekũrĩa diaspora, inyuĩ mũratwandĩkĩra mwĩ New York, thank you. Dubai, Qatar nĩ ndĩramuona, Ngashwe kũndũ gwĩtagwo Japan, China, all over the world. Thank you so much. Mũndũ gwĩtwo Kĩng'ori wĩ Boston, God bless you so much. Nĩ mũratwĩra nĩ mũrarũmĩrĩra rũgano rwa Meja kũrĩa online. Asante sana Meja. Yeah. Sasa mabeste, ulijua hapa ndipo. Yeah. Ulilande hardway, hapo ndio ulikuwa utupigie, utuchanue. Manzen, nakumbuka sijui hiyo time nilikuja nikakuwa msika. So just the normal sickness ama. Yes. So nilikuwa na nasikia kama nasikia intogonini kama stitch kahasho. Sikia niko na kahasho na shanga haiishi. Inaendelea tu. So mi ikafika mahali manzi ikaanza kuwa very painful. So nikaenda kwa itogonini. Nikaenda hospitali, nikaambiwa appendix yangu haiko sawa. So nikafanywa surgery. Baada ilikuwa my first time kufanya surgery. Nikatolewa appendix, but ilikuwa big, yani karibu ibust. So nakumbuka aliniambia ikibust nitafanya organs zako zioze.
jua walinidunga shindano ya pain, mimi nasikia mimi niko sawa, naenda home. Wanaambia pana uko sawa, ni pain ndio imeisha, lakini hauko poa. Yeah. Lakini nafikiri so anyway, so venye nililazo hiyo time, nafikiri watu wengi walidhani Okonkwo sasa ataanza Okonkwo. Yani I think walifikiria sana anaanza kuambia unitumie tu pesa nini. So kitu moja nimelana mara juu mimi nilipata nilikaa hosi. For kama how long? Nilikaa mwezi na kama akina Miracle Baby. So kitu moja nimerealize na mabeste watakuja kukutembelea wiki ya kwanza. Hosi. Mamorio. Wiki ya pili wanaanza wakiona wakipungua. Juu marafiki wengi tuko nao hawako hapa nini juu ya mashida. Hapana. Alafu I think the more nilikuwa nakaa hosi wanaona huyu jamaa ndio ataanza kutoa mapesa. But ilikuwa poa sana, nilijua watu sana hiyo time. Jote ilifika mahali hata mtu alikuwa anakuja kuona ilikuwa ni Clemo tu. Na ninataka nikuambie na Clemo alikuwa amepoteza madhake. Mimi nakwambia Clemo na respect sana. Wow. Alikuwa amepoteza madhake. Anaenda anakuja hosi, alafu anaenda matanga. Mabeste wametoka wote. Watu walitoka. Ate? Kuna besi yangu pia anaitwa Wangeshi, pia ni mtrue sana. Alikuwa anakuja kunicheki. Lakini watu wengi sana walinitoka hiyo time. Walidhani utaenda hivyo juu umekaa sana wazee. Kiharambe hivi. Kitu ajui. Mimi mtoto wa mimi nasema mimi mtoto wa Mungu. Mimi na geto wangu akumta shini na story insurance ama nini. So kuna muri wangu fulani anaishi nje ya nchi, alikuwa amekam. Tunakula jaba naye kwa muti. Akaniuliza, "Bado unakoga na insurance?" Mimi namiza insurance, gari nishalipa insurance. Anaambia hapana, health insurance. Medical. Mimi hata sina NHIF ama nini. Ndo akaanza kuniexplain maneno insurance, ukilipa insurance hivi. Nakumbuka hata sikuwa namuelewa poa, lakini akanieleza vizuri. Jumia kwa alikuwa ameniambia about insurance. Imagine kwa tu kama Mwenyezi Mungu. So mimi nikachukua insurance. Yes. So lakini akawa mtu around me hata angefikiria uko na cover. Na nilikuwa nimechukua insurance for 2 years. Lakini nimenyamaza tu. So hata nakumbuka siku ya mwisho nikitoka. Ile ugeto wangu ananiambia sora kata hii kadi. Unajua ile unatoka kuambia hatuwezi kubali. Nikawapatia kadi, niko nala. Imelipa? Imeclear nini? Bill. Alafu sasa nilifanywa surgery, ikaanza kurudi poa. Kwanza hiyo siku ndo nilijua umuhimu wa kunyamba. Uliza mtu amefanya operation kwa area abdomen. Yes. Ya tumbo. Kila siku alikuwa anaitwa Dr. Waitara, surgeon wangu. Anauliza, "Have you passed gas?" Namwambia bado, sijai subiri mnyambo hivyo. Na ngoja sipati. Kwa sababu alikuwa ananiambia usipo pass gas, kumaanisha hawajarudisha organs poa. Unaweza rudi theater. Nimekaa manze karibu wiki na karibu ya kuisha. On Thursday akaniambia, "Kesho kama utakuwa nini na kuambia Frida alikuja hivi kakaponyoka." Kaambia Mungu asante. Kasema niko sawa. Nakumbuka kiniambia passing gas to a surgeon is like music to his ears. Aliniambia. Inamaanisha all the organs ziko sawa. Okay. Yeah, niko very serious by the way. Yeah. Nyinyi. Maina Johnny negothe kwa nataka we Philippines. Mabeste wamekutoka. Wamenitoka. Umekaa kule hata hujapasi gasi watu hawakuji. My God. Lakini nafikiri uka make decision. Lakini ili ni change. So that's musamaga every step kwa life ukipitia. Yes. Maybe that was the reason. Na Mungu pia ali make sure nilikuwa na insurance.
au kufanywa sababu harambee. alafu Juma Imam venye alipona daktari alituambia tusiwahi mpea stress. Operation ya kichwa. Yeah. Akitolo hiyo tumor. So hata hiyo maneno ya usio sikuwa nimeambiaga familia yetu yangu. Siku moja tu mimi nasikia niko sawa nikaingia live. Hivyo ndio mother alijua. Ulikuwa msika. Bloggers udaku nini. Mother kanipigia. Yaani uko mimi namwambia hata baadaye na discharge alikuwa amekasirika. Usiwahi fanya hivyo tena. So hata wakikuja walikuja kama mimi natoka. Hakuwahi jua nilichinjwa ama nini. But ikachange mind yangu. Mabeste hakuna maneno ya mabeste. Ama pia wewe jua kama mtu ni rafiki yako kitu nafikiri kitu kingine sikuwa tu obsessed na yeye. Na usiende overboard. Kama nyinyi mnafanya kazi wacha maintain kazi. Kwa sababu mahali watu ukasirika ni kwa sababu wewe on your side umeenda way and above na yeye hayuko. Ukiexpect ati best yako ataenda way and above alafu anakosa alafu unakasirika. So wewe ulikuwa umekaa ni mabeste way and above na wakuji hosi una come through kwa wasee yani manze na tutaki mtu akudishie do kwa sababu ati ni mtu wako unaona. Nikarealize hivi manze hata singekuwa na uwezo au watu wangenesanisha tu hivyo. Unaona. So nikaanza kukua like myself kujiprotect. Unaelewa. Hata saizi kama mtu ananisikia kuwa na vitu kaa hizo manze chukua insurance yani jiprotect. NHIF kwa by that ukienda kwa private nakumbuka bed nilikulipa na tuchukua na NHIF hiyo time. Bed kwenye private lazima ilipwe na NHIF. So hizo ni vitu nafikiri hata watu wa ghetto hawajui story za insurance. You're never told vitu kaa hizo. Si unajua ukienda hosi ni kuchangishwa. But hizo ni vitu poa unajiprotect nazo. Unachukua insurance hata ile juu kabisa. Iko ni inpatient outpatient unakuwa uko safe. Kwa sababu hii Nairobi manze si kama huko Moshadha. Kila mtu ako kivyake. Na mtu akimalizana na wewe anachukua mwingine. True. So hiyo ilikuwa lesson na nililearn. Ukaseparate mabeste, umeanza kumanage pwembo zako, umeanza kumanage sherehe na finances. Utatoboa, kuna mahali utakuja ubackslide. Nasema kutoka hapo nilikuwa very careful. Nafikiri kutoka hapo tu nilikuwa tu kesala about maneno tu ya life. Unajua wewe jua maybe kuna tu imetokea home nini, but kutoka hapo nilikuwa niko ngoma zimeanza kushika, masherehe umeanza kupiga, ngoma zimeanza kushika. Siku ya kwanza by then niliendaga show ya nje ya inchi. Niliendaga Dubai na msa kunifanya poa. Sasa mimi sana unajua nataka uelewe zipa na ndege. At zienda international flight. An international show. So mimi kulingana vitu naonaga kwa movie, hiyo ndio knowledge niko nayo. Movie vitu kaa hizo. Naonaga watu wanakulaga kwa ndege, ulipishwi. So mimi kumbe mimi sijui pia ndege kuna class. Niko sasa mimi kwanza nakumbuka tulikuwa pale kwa departure. Naangalia hivi kuna wasi wanaka ni kama wa Ethiopia hivi. Wamepiga ma slippers. Alafu nguo ameka kwa gunia. Najiambia wasi wanaenda na flight tu. Unaweza unaangalia simu uko nao, unakanika wewe ndio umedunga sana. Nikaingia kwa ndege nyingine kwenye Gulf Air. Hiyo ndege haiko imegawanishwa, inakaa kama warehouse. Sasa mimi niko zile za siona hivi kwa movie, naona kuna hogana partition. Naangalia hivi pilot ako mbele. Wachaya hostesa kujena sijui kitu fulani akakuzana kitu fulani ya menu. Mimi nikachagua ilikuwa hapo sijui biriani, nikachagua hiyo. Na nikanotice msa akuchukua wewe mwingine akuchukua. Sema labda kulikuwa amelipa kwa fare. Mimi vile najua hata venye jua na kujaga na tuambia unalipiwa kwa nde, si mimi nikatimbua food. Kidogo nikapatiwa bill. Nikaambia madam, I have paid. Ananiambia no. You have to pay right now. Na uko kwa ndege? Niko kwa ndege. Lakini bahati nilikuwa na pesa ya Kenya. Sana kumbuka hapo ndo nikarealize kwani
kwani kunaendaje huko? Unaona? Hii sile jua aliniambia. Hizi zile ndege wanasemaga. Misa tumelandia airport fulani nafikiri huko ndo Dubai, lakini nashangaa nilikuwa naonaga pro nyingine kwa National Geographic airport Dubai. Naangalia airport hivi nasema ai, hii ni Dubai. Hii ni Dubai. Nikashuka. Kushuka manze naona ka airport ni kadogo. Nauliza mse ule msalinichukua mzuku ni wapi? Akaniambia huku ni Sharjah. Kumbe manze nimepelekwa kama Naivasha huko. Area ingine sijui wapi. Kuingia kwa gari unaona tu desert. Saidi. Sasa ndio baadaye nikiwa huko kwa show watu wananiambia ulikuwa nini? Ulikuwa wapi? Ulilipwa the cheapest flight. Sijui wapi, lakini ilikuwa ni Sando, nilikuwa ni Kilani hizi vitu. Sasa umemesiwa na event organizer. Avira na baadhi yake. Na murona ndereva ndege. Lakini ilikuwa learning experience tu. Kana Kilani hizo pole. Nikaanza sasa kujua unafaa kusema hivi, flight iko hii, terms ni hizi. Pia nikaanza kujua kuna watu walikuwa wanatuingiza. Wewe ukiwa kwa street ati nani ametoka majuu, ni watu wamelipia ndege gani? Kwa sababu unazokuwa kwa street ndege ni ndege. Yes. But anyway, ilikuwa tu ni poa, ilikuwa ni my way of learning. Yes. Pia at least najua how to charge your events. Yes, najua. Demands ni gani? Yes. Ninataka this flight, this class, this hotel. Yeah. Lakini show ilikuwa poa. Na nilisikia fiti kwa sababu ilikuwa my first time kwenda huko. So kutoka hapo ni kupiga. Lakini promoter nipeleka base nyingine jo. Nikasema huku mko mpaka na Napoleon. Akaniambia huku niko Mama Pima. Huku ni side gani ya Dubai? Promoters. Alikukanja vizuri. Alikunikanja nilikanja, lakini akaniambia nikupeleka chuo fulani. Na hii place mbona inakaa iligo hivi? Machuo mzingine wazimu. Hata zienda huko tena. Mtatua Tanzania, wa Kenya na Waganda. But ilikuwa na vibe. Nile nilikuwa naogopa. Unakaa Karawa anaweza tupata hizi maeria, unaelewa? Alafu ushaambiwa huku ufio kupatikana na nini? Alafu unasema sasa hapa tukipatwa hapa. But ilikuwa ni experiences tu when you so the hard way though. Ilikuwa fiti, yale unavyonywa zile machumu wanaendaga. So from there uliweza kulearn how to charge, how to plan. So sasa hizi niko rada, sasa nahoga niko sawa. Sasa we ni master. Mbaya. Amazing. Ni amazing. What challenges have you gone through? Juu sasa umeshika rada, umetoa ngoma zote, I think all your songs zimehit. Challenges zenye umego through music. Ndio tuende sasa pale, mimi sisikii mahali unasema bado uko Parklands, umeoa, tuko wapi? Tuko ni mdaku. Akinyererwa. Nakijotika wagetoa waro mundu wa nyumba aize. Manze nilipata katoi. Katoi ni mdem. Hadija. Ni unaruka tuende vizuri meja. Nilipata mtoi nikiwa Parklands. Ulimari? Asikumari. Oh, hapana, suza kumari nile, tunasema kumari ile proper. Kumari. Hapana ilikuwa tu kamwiste. Tukakaa naye then vitu azukuenda poa. But nasema tuko sawa. Bado mko pamoja? Hatuko poa kwa sababu mimi nasema hivyo kwa sababu mimi kitu moja nilipata mtoi na mtu atusumbuani. Ndio sasa nasemaga hivyo. Unajua kuna watu huko kwa movie huku nje. Kwa cinema season 2. Mimi hapo nilibahatika. God alikubless. But wewe ulikawiste ukaget a daughter. Nikapata a daughter nampenda sana. Sana. So haikuwaka. Au kutafuta yenye itawaka ama ukachill kwanza? Nairobi ni noma.
Rudi Majengo. Unajua umekuja kuinspire watu. Nairobi ni ngumu. Vinyo umetupeleka vizuri, sasa umeanza kutuambiaje? Hapana. Ni ngori. Ni ngori sana. Imekuwa ngumu. Mpaka niliona mtu mwingine aliweka video juzi akaandika hapa ati sasa munaelewa mbona zamani watu walikuwa wanapangio into arranged marriage. Yes. Nafikiri itabidi turudi huko. Ocha. Ile arranged marriage. Arranged marriage. Ile waambie mzazi akutafutie juwe. Kuni kunoma. Mtu yako how old your daughter? 9 years. 9 years. Okay, SBA. Ni mbigi. Ni mbigi. Wewe ni mtu wa 2015. Yeye shindaga akituma ma message. Amejua kutuma ma message mata kila saa. So anyway, una co-parent. Poa sana. Mtu anakuja kwako anakaa kwa mother. Akifunga shule, akifunga tu shule hivi anakuwa na mimi all through. Akifungua ana mother. Na pia tukai mbali sana from each other. So kutoka hapo ni ngori. Udhoni sasa. Tukiskip tu ni kupitililia tu ukienda. Yani vile umepiga job bado patana na your you know of your tooth. Yo waigegore yaku. Muhiki waigegore yaku. Meta wote hiki mbwaksi. Nini madenge yani. Nairobi tu ni ngumu. Hapana lakini sasa niko in a relationship. Na niko poa. One mukora. Olia kane distant. Distant ama Hapana sababu tunaongeza hizo time tunakam hivi. In present time. Niko utatuambia. So lazima tukae kidogo ndo tujue vile kuna lakini niko so far so good. You're in a stable relationship. Yes. True. For sure. Yeah. Wow. Okay. Siongezi ingine. Waloni. Tigana nani? Mdaku. Tigana nani? Tigana naye. Haya, Meja. Unakuanga uko branded. Tutaenda challenges za music industry, especially the genge, and you're still there. Uko branded na Tumblr. Na leo leo wase wanasema uko na Tumblr ya black. What about the Tumblr? Tumblr, hata nikwambie Tumblr ilianza hivi. Kuna jamaa fulani ukienda kwa TikTok anaitwa Kogmak. KOGMAC Kogmak. Anafanyaga comedy na wale tunani umse. That one. Wanafanyaga kwa maboy watatu. So mimi sikuwa nimerealize. So alichukua video zangu zote. Alafu akasema major in hiyo, nakumbuka video ilikuwa major in every song. So ilikuwa video fanya unamwona kwa hii ngoma niko na Tumblr. Hata mimi mwenyewe nika realize from that video. Watu wakaanza kushare kwa WhatsApp nini. Ndio hiyo story ilianza hapo. Lakini ilikuwa tu ni kitu napenda kufanya. Yes. Ni kama tu vile unaweza kuwa na habit alafu mtu a point out. Yes. Maybe mtu achukue clips zote ushei post. Asema ushei realize manze mbona anapenda kufanya kitu fulani. By the way. Hivyo ndo ilianza. So ilikuwa tu ni habit. Yes. Mtu alimulika lakini ni habit niko nayo. Ya kushinda na Tumblr. Akushika tu Tumblr za kuwa ni juo naweza kuwa. Kwa hiyo si ati ni tei. Ni Tumblr. Sasa unajua lakini unajua sasa for business wise ni sawa mtu akifikiria hivyo. Umeelewa? Yes. Sababu mimi niko mimi ambassador wa brand fulani. Okay. Umeelewa? Captain Morgan. Yes. So niko tu sawa. So Tumblr you're fine. I'm fine. But unajua kuna watu ufikiria like namkaga asubuhi. Usiseme mimi. Najua. Manze mpaka naweza kuwa manze niko asubuhi ngware. Niko tu mahali. Ogongo Tumblr niko jamaa sasa ni saa 1. Hata hapa tu chini kiingia Sudali niuliza. Tumblr. Naambia ndo naenda interview. So but it's a good thing kwa sababu ni poa like
watu wakiniona wanaona sherehe. Yes. Ni heri hivyo. Sisi tutaka kujulikana kama mtu anafanya ngoma za huzuni. Unaelewa, mama break up song huko, umeniacha nini, unaelewa? Ukiniona hivyo unajua sherehe inaweza anytime. Yes. Tunaweza jipata tu hapa sherehe imeanza. Imeanza. Tunaweza ingia dashi anytime. Dashi. Na leo ndi Friday yetu. Na ndio Friday yetu. Challenges zenye umepitia in music industry and being a celebrity na being in that line of genge. Yes. Naweza sema one thing naweza sema ni hivi. Yeta nasema ndaitoa kama challenge na pia advice. One thing I think ma-artists huwa wanaogopa sana tulianza nao. Wanaogopa criticism. Ujasi tukianza hakukuwa na ma-TikTok, hakukuwa na ma-Instagram. So vile wewe una feel tu hivyo, unaongea kwa base ama kwa saloon, unaenda home. Haitafikia huo msi. Lakini sasa hii kila mtu ni reporter. Na kila mtu anataka kusikika. Na kila mtu anajua. Umeelewa? Yes. So unakuta ma-artists wengi huwa wanaogopa kuchange. Ama kupush boundary. So unakuta mimi kuna ngoma zingine nikiimba watu wanashtuka. Lakini lazima ni push boundary kwa sababu hii ni career yangu. Na career yako ndio inakufeed. Na lazima ujue how to morph. Na kukaa for a long time. Huwezi kuwa tu stagnant. Hata that's why utaona kuna notice kuna product imeshika, haina competition. Lakini unaona tu advertisement ati now in a new package. Mbona wanafanya hivyo? Ndio ikuwe exciting kwako ukishop. Isiko tu ile tu ukiwa mdogo ilikuwa the same shape, the same color, the same smell. So lazima uendelee hata sisi zingine unadanganywa tu imeongezewa sijui nini, lakini ile ndio tu lazima kuchoche ndio uendelee kununua. The same thing hata na music. Lazima ujue kumorph na kuchange. So nasema the first time nilipata criticism, nafikiri ndio nilishtuka juu ilikuwa my first time. But after hapo nakumbuka tumefanya new position na ethic. Watu kozileza hizi nini nimejana nasema tima shughuli wagri. But unajua mimi sonically kwa music najua tunafaa kuchange saizi. Unaona? But unakuta ule mtu nampea music for hiyo time hanielewi. Then the same people saizi unaona kwa rada ni gani au ndo wanazitoka new position, unaelewa? But hiyo time ikitoka hata video kianaanga isome comments ni matusi tupu. But hiyo time wangeelewa. Saizi but wanazitoka mbaya. So ni lazima uendelee kupush the envelope. Push the envelope. Uwezi kukua tu unataka tu kuimbia hapo ati mpenzi wangu si nini nakupenda nini, unaelewa? So unakuta saa mimi napenda kupushi kitu mpaka mbali naweza ifikia kwa sababu mimi na believe art haifai kukuwa na boundaries. True. There's no boundary. Ufai kunieka kwa kakun. So unakuta na unajua seti sijui. Nikitoka ngoma najua nimesema vitu za ajabu najua. Juu ni wewe umefanya. Mimi nimefanya. Na wewe modo sio. Kongo na hizo togere guest ama ajabu netoe. You know. Na unajua the effect. I know. Unajua the effect. And the repercussions. Lakini baadaye utasikia ngine wameanza kukukopi. Station nyingine imeanza kuleta guest kama hao, unaelewa? Pia mimi nikaanza kufanya hivyo. Sasa ile unapitia hiyo criticism. Kila mtu ako on the sideline. Unaona? Vitu zikianza kuiva ndio wanaanza kukam. Lakini sio akikuja chakula tushapakua ndio tunamalizia ndio tunaosha vyombo. I love that. Umeelewa? So naweza sema watu usiogope. Lazima wacha nikwambie kama umefanya art ama whatever you're doing. Inaweza kuwa uko Murang'a ama uko Kahuho anywhere. Na unafanya gymnastics ama unafanya kitu watu hawaelewi. Watu wanajua labda unafaa kuwa na hardware. Vitu wanaelewa. Auze mashamba. Umeelewa, alafu umekuja umemwambiaje mimi. Auze spares. Umekuja umemwambia mimi nataka kufanya gymnastics. Isho nido. Kwa na goma.
Umenielewa? Hawatakuelewa, Yeah. lakini imetoka kwa roho yako. Just do it. Utaitwa majina. As long as utakuwa kwa roho yako, ita make sense kwa baadaye. Watakuwa zile za wewe utakuwa mtu wa kwanza kuitwa umepost sponsorship ya kwenda kufanya gymnastics hata nje ya nchi. Yeah. Uko hapo hivyo umesema umepewa tiko mbili, umebeba hiyo mama ndio dada. Wako zile za kumbe hivi ndio alikuwa anataka, hatukuwa tunamuelewa. Na pia mtu ana criticize pia usimkasirikie. Hauni vision yako. Yes. There are some people who get vision yako. Wanaanza kukuuzia fear, ama wanakuambia unafanya ujinga. Ama hata pia wanakufanya ufeel you're not doing right. Mulimweza na kina nani shule au kona mahao na nini wewe bado uko hapa. But blessing ule mtu mwingine si the same na yako. Yes. Unaona? Lazima uchukue time na passion yako na itaingiana. So mimi nasema hivyo ndio kitu nimekuja kurealize. Yes. Na pia another thing nasema about sana nikiongea about music in general ya Kenya. Watu wajielewi, mara wanaimba mapiano. Mara wamehama, mara watu unikulia wanalia. Mara ni love song. Unanielewa? Lazima ustick na sound yako. Na that's why mimi nimestick na sound yangu. Utasikia mimi nikiimba kwa beat ya mapiano. Mimi nimetumia mangoma mpaka na watu wa East Africa. Mtu anakutumia ngoma uweke verse, lakini unamwambia napenda muziki lakini si style yangu. Kwa sababu na believe na Kenya na unafanya. Yeah. Umenielewa? Mimi nasema hivi, mimi ni reporter tu wa street. Yes. Mimi ni reporter tu kivyangu. Yeah. Ni vile tu news station yangu ni beat. Yes. Na report Kenya umeona. Nimesikia na Kenya nimepitia. I'm just a reporter, don't kill the messenger. Yeah. Na kama hivyo ndo nimeambiwa niseme, hivyo ndivyo ndaisema. Usikasirike wewe kwenye huko uwezi nielewa. Uwezi. Wewe ukiwa Moshadha uwezi nielewa. Hapana, bado kuna mtu wa Moshadha hapo mimi anaelewa. Anaelewa ni reporter. Umenielewa? Ukiwa na kwa TV kuna watu wanakula manguya. Usianze kusema ati nguya ni hizi zina flag nguya. Jua ati kunywa mkulagi nguya. Unanielewa? Nilisema ati hiyo nguya nini? Alafu na kuna ukarangi nguya hapo unaweza kuniambia nataka nguya kila siku. Kumbe ni tamu. Utakitiza aje hata ujui taste. Yes. Unanielewa? Taste kwanza alafu criticize. True. Si ati hatuwezi kula nguya, sisi hatuwezi kula nguya. Hata uja test. Aya veja. But then ni tamu sana. Social media. How have you maneuvered? Juu umetuambia from when you're very young. Ulikuwa unabuliwa juu ya weight. You know, umepitaje hizo stage? We are almost there. So mimi kitu moja nilikuja kurealize na social media ni tangu kitambo I rarely post vitu zangu personal. Ukiona social media yangu ni post ya show venye ilikuwa. Kama ni post kama tumetoka interview inakuwa strictly work. Nikarealize kitu manze, hakuna haja ya kujipatia pressure na vitu aziko. Umenielewa? Yani uko na TV yako ni poa. Lakini sasa watu wanapost TV zingine hapo zimekunjana hapa kona. Wewe una TV yako kwa sababu siku hizi by the way depression siku hizi nakujitakia. Depression. Si ati una hao uko nayo lakini na balcony ya glass ndio uko na stress. Hivi ukifikiria hii shit yani apole ukifikiria nikujam. Wenyewe ni shit. Ukifikiria ukweli ukifikirie watu wako na stress zingine za kujiekelea. Ni kwa sababu competition, kwa sababu watu siku hizi wako na ile jackpot mentality, kumekitaraka. Siku hizi kana kwambia mtu ati unasave pole pole, unasema stories za kusave pole, unaongea nini? Unataka umalize shule leo, upeleke Benz leo, ufanye nini leo? Na uende mzuri leo. Unaelewa kwa sababu hivyo ndio unauza kwa social media. Jackpot mentality. Kwa sababu unaona kuna msako age yako amekupostia pale ati Benz, sijui Forex, sijui nini, unaelewa? Anakoroga akili. Unaacha hata boy wangu alikuwa anajaga maluku, nilimpigia simu na muuliza
buda kwa nini aje? Nilianza na nguo siku niko fore. Jamaa yani hata ajielewi. Mara anauza kiatu, mara ako inside, unaona? Ako confused. Na alikuwa anauza. But anaona ni kama wale wanapata pesa haraka. Lakini wacha nikuambie, ukijenga kitu polepole, hata kitu ifanyike, itakuwa na msingi ya nguvu ya kubomoka. Unaona, ukisema unajenga mawe unaekelea polepole, simiti inafaa, chuma zinafaa, foundation inafaa. Hata upepo ikikuja, hautaanzia hapa chini, utaripia tu mabati. Wow. Lakini ukianza tu kutengeneza na makaratasi, kitu ijashika shika, kitu ihappen, utaanguka tu hivyo hivyo. Vile inakuja haraka ndio itaenda haraka. Na kuna kitu ingine, the more unapitia process, utavalue hiyo shilingi. Wow. Ukweli, utaivalue. Utakuwa na make sure hii shilingi inaenda wapi. Yes. Inaenda kunisaidia. Sitarusha do. Hautarusha do. Na tena inafaa ikue every, kama unafanya biashara. This is a sermon. This is now a past sermon. Is the truth. Kama unafanya biashara, 70% of your earning inafaa irudi back to the business. Ile kitu moja watu washikanishagi. 70 ni kukula. 70 irudi kwa biashara. Saizi watu wanataka wameke 70. Watu wanakula, saizi watu wanatengeneza do, 70 yote unakula. Alafu 20 unataka kununua viatu pea 2 ndio watu weke stock. Unanielewa? Jackpot mentality. Hata music, ukienda kufanya kazi, lazima uinvest back. Yeah. Unaona? Lazima ushoot video poa, lazima uende uhae kamera poa. Red camera, unataka red camera, unataka location fiti. Watu wanakufanyia job. Mimi niko na mbogi nyuma yangu. Niko na wasi. Wako wa job. Niko na wasi wangu wa corporate, niko na manager wangu ana handle shows za club. Uko na manager. Niko na DJ, niko na photographer wangu. Unaelewa? Niko na msee wangu tu na kwa gadere wangu, ama tukuna na una travel na yeye. Una travel na mbogi. Kuna wale mu travel nao, na kuna wenyewe wanafanya job zingine. Ego na corporate handler. Si ndio? Niko na watu wa corporate kwanza tu isemwani wangu. Oja watu wa mavilami nini, unaelewa? Ana wana handle Safaricom. Hiyo ndio face. Coca-Cola, any brand. Kwa sababu I know how they think. So he want to represent. Wakiingia pale na suti, wanaongea the same language, wataelewana. Lazima uko na akili. So lazima uko na akili ya kushape do na watu wengi. Wow. Unaelewa? Sasa unataka uende show ukule pesa yote peke yako. Wewe ndio uko manager. Wewe ndio umiti mtu wa Safaricom. Wewe ndio utume email. Nitaki kushare. Niwe dereva. Lazima lazima uko na wase, lazima ushine, lazima pia walipe poa. Lazima walipe poa, juu walipa poa kwa sababu unajua mimi kwa sababu mimi by the way kwa watu wote niko nao. DJ wangu tu ndio hana familia. Wote wako na family. Yes. Alafu sasa hiyo kitu pia inafanya gani kue? Ukiona gani kifanya vile tunafanya kwa sababu unajua pia kwa akili yako unajua you're feeding. Nikianza kuimba ufala hapa ndio umiza watu wengi sana, wengi. Mbogi. Direct na indirect. Yes. Unaona? Na pia mimi niko na my family, kina your mother. Ni a structure. Alafu kitu moja tu watu wajaijua. The more uko na watu wengi, the more pia unapata prayer warriors wengi. Watu wakienda kulala wanakuombea indirect bila wewe kujua. Wow. Unanielewa? Ukitaka kurelease ngoma unasikia manzee, tuma link itakuwa sawa. Sile msee anakuleta, sile maybe msee amekutoka na mali wanakupigia simu. Chana na huo msee kwa sababu wanakujua. So ni poa pia kukuwa na mbogi. Mnafanya job, lazima uko wengi. So lazima irudi back kwa job ndio izae. Wow. Na usifinyilie watu. Sio kuwalipa one bob. Hapana, huwezi kuwa tena atijo. Mimi hata nafikiri huwezi kuwa ati wewe ndio unaishi poa na wao wanaishi ghetto. Kwanza msee yote anakurepresent anapata apeleke mutinoma kuliko. I love that. Kwa sababu yeye anaenda kurepresent. Mageko gitonekera igona niguo kihinyereiria andu a wira. Ni maraigua. Na ni maraigua mundu uria ara make sense. Na prayer warriors no igua. Aria wandikite. Ni mara kuhoera. Tigokera gugukas in the morning. Umeandika watu wanakukas. Hata ukiwa na hoteli na watu wanaona na makastoma wengi na walipe tu poa. Watu kama uko na 100 employees na una treat poa, just know au ni 100 prayer warriors. Wow. Wanakuprotect every day. Wow. Without even you knowing. True. Is this truth? Yeah. Ulipe watu poa. Itakuja back in so many ways bila wewe kujua.
unashangaa vitu zinaingiana aje. Kumbe manze ulipatia mtu akaenda akalipa school fees, ulipatia mtu akaenda akasaidia mama yake, unajua wewe ujui, wewe umelipa tu sawa salary na unalipa on time. Yeah. Unanielewa? Sio tarehe 70. Hapo on time modoni ame. On time. Yeah. Wow. On time. Ujua mimi nafanya gaje, sasa nikwambie. Ujua nilisha learn kama sana na cameraman wangu ni Gen Z. DJ wangu ni Gen Z. So nikalanigi hawa hawashikanishi maneno ya ukienda show zingine za corporate unalipagwa hata 60 days. Yes. Unazakata 2 months. Nikarealize hawa hawanielewi. So kukosana na wao unatutu watu kwa mfuko mnamalizana. Wewe unangoja. Unafaa kuwa pia na hizo akili. Yeah, you're the leader. Unafaa kuwa una reason. Unasema huyu nimemuona ni employee mpoa lakini history za 60 days haelewi. Na hadi 60 nafikaga unaambiwa 90. Lakini kitu moja unajua at least do mimi usema hivi hili kuna do iko nje inakungojea kuliko hakuna. Unaona? Yeah. So unapiga hesabu unaonaje okay umse haelewi mambo. So mlipe tu. Sio kuko ukimwambia terera. Hapana, mbona umfute kazi na ni employee mpoa lakini ameshindwa kuelewa maneno ya 60 days. It's true, it's making sense. Yeah. Wewe mtoa kwa mfuko mlipe then wait for the na ni employee mpoa. Ni employee mpoa. Ni give and take, unaangalia, unaona msi yako hivi. Unajua kuishi na wase tu. Wow. Wow. That is so good. Tuko na 6 minutes na lazima tu wrap. Lazima tu wrap. Ebu ongelesha watu wa UK waambie you're going there as we close. July 28th manze ndako huko Kenya in the Park. Nashukuru sana pia hata baada hata ni funny sana ndio wao ndo wamesema hata nilikuwa nimesahau kusema. Hata zio kaka ningesema. Wanakusikiza sana. So manze tupatane huko manze niko ready. Nakuja Thursday. Nimaliza naongesha kila mtu ama tu ni kila mtu kufunga. Ni kufunga ndio tu dance. Okay. Uite kwanza wa UK. Manze waso UK manze hope mtatokea tupatane 28th July. Na look forward kuja huko na pia mtu ananisikiza tako join every dark cloud there's a silver lining. It doesn't matter kile unapitia saa hizi. Ati where this in every dark cloud there's a silver lining. In every dark cloud there's a silver cloud yani cloud there's a silver lining. Yes. Yeah. So wewe jua tu kitu unapitia saa hii ita make sense baadaye usigive up. Na kama tena niongeleshe men manze kuna unapitia depression manze unajua kuna watu wengi sana wanapita depression wanaume. Manze yani ongelesha mtu. Unaona? Ni poa kuongea hata kama ita solve kabisa ita solve 50% of it. Yes. Itakuondolea ile anga na kufikiria kufanya kitu mbaya. Unaona? Ni poa kuongea. Yes. Na tena ile kitu nilisema pale mbele. Najua nilisema watu wakantukana sana kwa mtandao maneno na kutana chama. Saizi wame appreciate sana actually. Hiyo story ya chama. Nisema tena, ule ananisikia tu nanisikie. It is the highest time men wakuwe na chama. Hiyo ndio ilikulea. Kwa sababu ukirealize women sana sana wanakuwa ndio ni kushua pia upita depression but mko na avenues mingi sana ya kuongea. Kuvent, unaona? Men, sasa mnapatana pale mkikunywa kila mtu ni mnoma. Huyu deal yake iliingiana, huyu anataka kufloss gari yake mpya, une yako na mtoto mpya, na graduation unaona? So, this time watu wakuwe na chama. Si lazima mkuwe 10, mnaweza hata 3, 4. Where you can vent. Yes, unaweza vent, alafu pia mnaanza anza business ideas. Yes. Si lazima mna mitu, mnaweza kuwa mna ndio mnakula kanyama na pombe mkiangalia biashara on the side. Lakini pia hiyo pia ni excuse ya kupatana. Yeah. Unaona? Kama mtapatana kwa manyumba ama mtatafuta place, lakini ni a safe place to go and talk. Wow. Maybe unapita kitu fulani, best yako alipita na bibi yake. Ukiongea, unaona kumbe ni rahisi kitu tungefanya hivi na hivi. Neza manuva. Lakini just because utaki kuongea, umeweka ego yako huko juu, utaki kusema pole. Unakwambia hapana, nasema tu pole mtu wangu. Mimi nimeshikusema pole. Unaona kumbe si noma. Unaona? Yeah. Kuna watu wanakosa familia hapo kwa sababu yeye ufala ati mimi mzee wangu tuna mwanamke. Hapana, sema pole. Sema pole, nyenyekea.
tusiwezi fanya nini? Mimi ni ndume nini? Hapana, maana unafaa kubembelezwa. Sema pole. Wow. Kwa sababu unaweza kosa a good woman just because of your ego ufala. Maringo. Alafu toke huku manze uingie ma movie mbaya. Masinemo watu wanakungoja hivi actors. Unielewa? Watu wache kuwa na maigo mob. Kwa beta mimi nafikiria vitu mingi za nyumba, ni tu ukiangalia sana maneno za nyumba, akimenza nyumba ni maigo tu mingi. Wetu sema tu hivi. Unaona nyenye hapa tu nimeonewa. Sema tu aya noma, pole tu. Sema tu pole. Ondokea tu. At least ukwe na sio mimi ni ndume. Hataki sasa yenyewe ni deja bani. Unaelewa? I love that. Sometimes nyenyekea tu. Nyenyekea saa zingine sana. Kwa sababu ukiwa I don't think mwanaume anafaa kushout. Na vita. Wacha tu akuja event nini spend hivi nini na noma sawa. Nimesikia. Wow. Kidogo nini hapo za kucheka. Usi vitu zimekaa na amani. Mtoto wako hapo. Ujifanye mnoma mungori. Aende. Upatane na maakta. Upatane na mamovie. Unaweza kuona kitu zingine venye unaingia kwa home mtoto ukimbilia. Hiyo kitu. Usitake hiyo kitu ihepe kwa sababu ati we jaba. Wow. Lakini anyway manze kila siku kuombe Mwenyezi Mungu. Na pia Mungu akikubariki ukumbuke kusema asante. Wow. Ndio watoto wengi usahau. Lakini pia shukran sana kwa support ya miaka yote. Miaka ngapi kwa industry? Manze toka 2007 ndio mpaka hiyo ni miaka gani? 2007. Na bado uko fresh. 2024 minus 2007. 17 years. Yes. So manze nashukuru sana. Wow. Nashukuru sana na pia mimi niko tu pale YouTube Meja Genge. Manze shukran sana, Mungu abariki sana. Ukitaka kubukiwa whatever shows. Na by the way una charge kutoka nga? Hayo hatuwezi ongea. Modo wa nyumba. Kwa sababu unajua bedhe show biashara ya music hainaga constant price. Hiyo pia ni mati wajuagi. Sasa nilipisha mtu wa Nairobi, nilipisha mtu wa kama Murang'a. True. Spending power sawa. Spending power si the same. Yes. Pia kuna aspect ya kuna ni cooperative event ni club. So for any bookings tupe number to Meja Genge IG Meja Genge. Namba ya simu ya manager 07 ya manager 07. Lakini namba yangu kila mahali. Okay, tupatie. Sasa itakuwa noma. Sasa tukitaka kukuitia gigs tutakupa wapi? 0706 inachukua namba nyingine. Ndakuwa na mbili. 0706 590. Unaweza inspire machali by the way. 590 284. 0706 Unasikizanga Mugithi? Unapenda Mugithi yote? Manze mimi kwanza unapenda Shoshoaga Kunga. Napenda Salim Junior sana. Salim Junior Mugithi Sheshe, ile ngoma ya Sheshe. Napenda umse mwenye alimba. Nilikuna ngoma niko mcheze. Kajoni. Ile Kenya Njui. Mambalita. Napenda Kamaro. Wewe ne wito. Na saizi our upcoming genge artist au maanguka wa nini unawasikiza unawasupport? Wasikiza of course manze. Mimi napenda angalia. Mimi as long as doba inatoa mtu kwa ghetto. Kama music inaweza ku uplift ikutoa kwa street. Mimi sijali kama unaimba nini, unaimba Mugithi, mimi lazima nikusupport. Wow. Inaweza kuwa ni ufala sana, ati unajua ina uplift msee na una hate. Unaona? Haiumizi mtu. Ina uplift vijana. Mimi niko hapo. Na baadaye nimefanya unajua kitu fani waliniza kunipigia simu ati mjoni niwekea verse na shtuka kwa sababu nachiki ngoma iko sawa lakini mtu anataka verse yako. Wow. Alafu mtu anaweza kupigia simu. Wow. So hata hizo kina Mukuchu nimewafanyia remix Jibagajat. Juzi tumetoa remix ya TikTok. Iko baadaye unaweza chiki kwa YouTube.
So yani mimi niko hapa kusupport wase na mimi wafanyia free by the way. You don't charge them. Sijai charge mse like anything. Kuwekea lyrics. Hapana. Moral lakini jo. Unajua tumepitisha time. Thank you. Baraka. Wow. Na goko anake matirareka tuhuhia matige twekera kama ina uplift support. Kama ina uplift support. Kama ina ku uplift support it. Heish. Wacha kupigana nayo. Wacha kupigana nayo. Kama ina uplift mtu support it bwana. God bless you. Thank you. Zima hiyo kitu. Thank you. Twende. Femi, ndole meja. Sulku unadai kuchapiana naye. Ishia. Rico Beats, Mr. 808. Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ukuwa umenibamba. Femi one pia kwangu we ni mso. Kwanza vile ulituosha kuile vasi ya ligi so Nakupenda manze wewe ukuwa mhumble. Asante. Legend kwangu we ni icon. Stories za icon kwanza weka mbali. Femi one mukwa nimekutamani. Okuongo umeanza kunichocha. Nisho, ni wapi uliniona? Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja. Okuongo na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda Tumblr. Okuongo na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda Tumblr. Iko haga yako iko naipenda kamke nyumbani na mwiko. Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata. Iyo kifua nataka kuichambua. Mimi nataka kukulamba mpaka ushindwe kupumua. Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.